And all the time. Haya, sema na nguvu. God is good. And all the time. Katika Kitengela, God is good. And all the time. Pigia Yesu makofi na shangwe. Pigia Yesu shangwe. Angalia nitamwambia msitue kidogo, maana bado hajakuja crusade. Mwambie tuko crusade. Hallelujah. Mwambie hata kama utaruka uobe our bishop. Our bishop alituambia tukikuja hapa tukue wazimu wa Mungu. Hata kama ujisikisi ufanye hivyo because of si utafanya. Atifanya aje ile tu style unajuaga. Hata kama uperekani na beat ni sawa. Mungu akiwa juu biguni anaona. Hallelujah. Pigia Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Wapi shangwe na vigelegele? Pigia Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Haya makofi. Hallelujah. Tunaomba tu kama uko pamoja nasi, tafadhali ukuje tumsifu Bwana pamoja. Wale wako nyuma ya come on. Pigia Yesu makofi kama Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima.
madhabahu mabaya.
Inua tena. Ambia jirani, otoa Bwana. Tuwa wazimu wa Mungu kama haya tuina. Tumalizie na hii wimbo. Shika jirani mkono.
hata kama umjui mwambie nimepewa ruhusa ya kukushika, lakini sio kwa ubaya. Ni kwa upendo wa Mungu. Haya, watu wakitereka, Bwana asifiwe. Wale hali ya gari ni mwathani agocwo. Tutikimoera tuwainulie mikono tuwasalimie. And we love you so much. Kama mnaweza songea, tunaweza sikia mioyo yetu ikiwa sawa. Kwa hivyo usituingie tu. Ashari, nisaidie kuwaleta. Walete tu. Walete tu. Wapigieni makofi wakianza kukuja. Wakuja, make sure wanakuja. Hallelujah. Wapigieni makofi na shangwe. Wameanza kukuja chini. Wapi shangwe na? Hapa huko shika jirani mkono. Hata kama hutajua hii wimbo ya Kikuyu, shika jirani mkono. Mwambie tunaruka na wewe. Ona wengine wanaogopa, wanafikiria tutasogea. Haya, Bwana asifiwe. Kale kakuti kako pale, mwathani agocwo. Praise the Lord. Sogea kidogo tu tuanze hiyo wimbo. Wale wapigieni makofi wanaingia. Ni vizuri kukaribisha wageni. Si hao ni wageni wetu. Haleluya. Wapigie makofi, hata huyo dada apigiwe makofi. Haleluya. Amen. Umeshika jirani mkono. Uko na jirani? Uko na yeye? Hata kule nyuma ya hema uko na yeye? Haleluya. Nataka tuimbe hii wimbo inasema hivi, Devi. Nitukagosha. Mwambie maana wewe najua hata kama hajaokoka, mwambie sababu najua utaokoka. Tufikifika mbinguni tutaishi kugosha. Haleluya. Mwambie sitaki kujua your status kandedo onesho. Mwambie lakini najua tutasifu hivi. Haleluya. Haya, shikilia mkono tumalizie. Haleluya. Utaharakisha kidogo. Nitukagosha matine. Haya, nisaidie kupiga
Angalia neighbor, mwambie fire. Mwangalie kwa macho, mwambie fire. Mwangalie kwa macho, mwambie fire kitendea. Haleluya. Wapi shangwe na vigelegele? Wapi shangwe na vigelegele? Wapi shangwe na vigelegele? Ukiona neighbor hashangili, muulize kwa I hope amtashukua hii. Muulize kama ni Pastor President Ruto ako hapa. Muulize tu with humility. Muulize kama ni President Ruto ako hapa. Ungeshangilia hivyo? Ongea ukweli, be honest. Be honest. Si unaweza fanya zaidi ya hivyo? Haya, kama unaniona inua mikono, hata kama ujoka kule nyuma inulia Mungu mikono. Abia neighbor, Mungu ndiye anatuma upumue vizuri. Na yeye ndiye ametubia a good president. Inua tu mikono namna hii. Hata wale wako kule, inua hata hiyo maguo. Mungu aibariki kama umesimama. Kasi yako ili umsifu Bwana. Si Mungu abariki kasi ya mikono yako. Inua tu namna hii. Nataka tushangilie mahali hapa. Rebesha baba mia. Abia jirani. Mikono. Kule asante kwa wale wanatii Mungu. Abia huyo mwingine ni Mungu amekupa. Inua tu mikono yako, maana yako sio magonjwa. Mikono yako haiko Kenyatta. Wapi shangwe na Jesus!
abia ziba nipe space, nataka kushangilia Mungu na style. Hata kama ni kuruka kama 20, unaruka tu, maana ni siku ya mwisho, lakini sio ya mwisho hapa. Tafadhali ushike vizuri, tunaenda kupumzika siku 2 turudi hapa. Angalia neighbor, mwambie we are going for one day then we come back. Mwambie tafuta space. Tafuta space. Karibu. Mungu akubariki. Poge hapo. Pastor Paul usinishekelee. Kidogo. Apie jirani space. Sababu nataka kushughulia. Unajua hata mama ako na kitambaa ya white, jipe space. Mama netokwendete. Hallelujah. Inua hivyo. Haya. Nataka ushangilie ile style. Unaweza fanyia Mungu. Paka huyo brother ako nyumbani mrefi aokoke. Moja pili wapi shangwe na salimia huyo mwingine, mwambie mara moja ingine. Unaona, acha wangu enda katikati ya wale wako kola. Acha mmoja akipiga pale hapo, unainua mikono, sogea kidogo. Wewe moto akayoka, karibu. Acha mmoja wawili waende pale, warukie Yesu hapo. Hallelujah. Angalia nipo, mwambie one more time. Hallelujah. Mwambie one more time. To my sister. Yule amekuwa kahaba for long. One more time. Mwambie one more time. Moja mbili Neighbor, mwambie one more time. To my dad. Analalaka kwa mtaro. Mama yangu ameishi kupiga makelele. Anakujaga na matope. One more time. To my dad. Inua mikono juu kama moja mbili wapisha. Kai motenda tesi alianyu. Angalia huyo mwingine, mwambie kwani haupendi mzazi? Kwani unafurahia kilala kwa mtaro? Inua mikono tushangilie kwa Mungu. Mwambie one more time to my dad. Inua mikono tunaposhangilia. Abiri wapi shangwe na vigelegele. Unatawala. Nazimani mikrofoni kidogo. Unazeka vibobozi. Mwambie Bwana unatawala. Mwambie Bwana unatawala. Mwambie tawala juu ya maisha yangu. Tawala juu ya mwili wangu. Tawala juu ya maisha yangu. Mwambie Bwana, it is your time to reign upon our life.
Our nation will never be the same again. Tunaombea taifa letu la Kenya lifunguliwe toka madhabahu ya dini na utawala wa makanisa. Wache kanisa la Yesu Kristo likaweza kutawala, likaweza kutawala, likaweza kutawala, likaweza kutawala, likaweza kutawala, likaweza kutawala. Kanisa la Yesu Kristo tunaombea mambo ya dini ile ya national God. Kama neno upon our national, kama neno upon our national, kama neno upon our national. And we are here to declare and to decree our Republic of Kenya will never be the same again. Our Republic of Kenya will never be the same again. In the mighty name of Jesus, tunaenda Narok County, tunatangaza Bwana atawale for the 47 county. Tunaenda Bwana achukue usukani. Oh my God, we give you glory, my Lord. We give you praise. We give you adoration, my Lord. We give you honor, everlasting Father. Oh, Sharabagambaribabuzi, Sharabagambaribabuzi Karaba. Kuna watoto wetu, kuna wazazi wetu, kuna ndugu zetu na dada zetu waliotoka Kenya wakaenda mataifa ya nje, wengine wakaenda Ghana, wengine wakaenda diaspora, wengine wako Afrika na Ufana. Tunatangaza rehema zako zikaweza kuwafikia mahali popote walipo. Hawatarudi mikono mitupu, hawatarudi wakiwa ndani ya jeneza, hawatarudi kuja kuzikwa. Tumekataa na wazazi wetu, tumekataa na dada zetu, tumekataa na ndugu zetu, tumekataa na watu wetu waliotoka Kenya kwenda kwa mataifa, waliotoka Gishagi kuja Nairobi na mataifa kutafuta riziki. Tunaomba Bwana ukaweza kuwahifadhi. Hatutasahau na wanajeshi wa Kenya waliotoka Kenya wakaenda katika mataifa ya nje. Oh my God, kulinda taifa la Kenya. Tunaombea wote amani, tunaombea wote wanajeshi wa Kenya wakiwa ndani ya jeneza. Oh my God, Sharabagambariba, Ikarababuzi Karaba. Unatawala Mungu, unatawala Jehova. Ikarabagambariba, Sharabana Magambaribabuzi. Wewe ni Mungu, wewe ni Jehova. Hakuna wa kuinuliwa na kutukuzwa. Tunaamini mkutano huu utakoboa na utafungua wengi. Tunajua wengi wamekuwa wameokoka wakarudi nyuma. Kila wanahitaji kusaidiwa vifungo waweze kutoka katika njia za maisha, waweze kukutumikia Mfalme, waweze kuona jina lako, waweze kuona utukufu wako. Sharabana Magambaribabuzi, kama wote Magambariba. Tunasema ni asante Bwana, tunasema ukainuliwe Jehova. Tupigie Yesu makofi mazuri, shangwe na vigeregere. Tupigie Bwana 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 shangwe na vigeregere. God is good all the time. And all the time. Nahisi kuna neema ya kuabudu Mungu, lakini tunamalizia na kumwabudu Bwana na kumwaga mafuta mahali hapa. Ninashukuru Bwana because ya kwamba Faridhi TV tuko live. Wale wanafuatilia Faridhi TV unachukua live. Tuko na upendo wetu wa Moroto FM ukiongeza na Kennedy, ukiongeza na mtumishi wa Bwana. Tunakuaga na yeye, tulikuwa na kesha Friday. Na tunashukuru Bwana. Tuko na mabadi yetu tunakuwa na kwa kanisani na Bwana anasomea Biblia. Tukiwa Moroto FM. So to appreciate all the leaders that are here. Tupigie Yesu makofi mazuri. Watu wa Moroto FM, kujeni tu msalimie watu. Ili watu hata bosi zenu wajue mmeokoka. Mnaendaga crusade katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Tupigie Yesu makofi mazuri. Let us appreciate them in the name of Jesus. Amen. Amen. Tumetoka na safari kubwa kutoka Kanana.
tulivuka mpaka Igajo, tukapasua Igajo, sasa tuko Moroto. Tuliona Igajo tumepotea. Na Moroto FM ni ya President of the Republic of Kenya. Na kwa hivyo ni benefit kuwa tunahubiri katika Moroto FM. Ni ya rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mfalme wa taifa hili. Na sio mwingine ni nani? William Samoei Ruto. Anatupatia platform kama Kingdom Seekers Glorious kuwa mahali pale kila Wednesday, na tunashukuru kwa ajili ya neno lake. Na kila Fridays and Fridays we give the Lord the glory. Unajua kupatia radio masaa 4 unaongea mpaka kama unasahau unaongea nini. Tu appreciate katika jina la Yesu. Tulitoka na Kameme tukaenda Igajo. Tukaenda Igajo siku nzuri. Tukaenda Moroto, sasa tuko na mwelekeo. Moroto ni mwelekeo. Karibu sana Kenya, ndio kwa salamu ya wapendwa. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Mwadhani ya gosho. Wow, I'm so happy kukua mahara hapa. I think our sister ametuongosha mpaka sauti yangu imepotea. Lakini Mungu ni mwaminifu. Apostle ni rafiki yangu sana. Kwa miaka mingi sana na mheshimu sana. Tumetoka naye mbali sana nikiwa Kameme FM. Tukaenda mpaka Moroto FM sasa. Na kwa wenye wanatusikiza kila Wednesday tunakuanga na yeye. Na ndugu ambaye ako pale sijui ama atakuja baadaye kutusalimia. I am so happy. Kama mngejua watu wa Kitengela, kama mngejua mafuta yenye inakuanga juu yenu ya Apostle, mngeiti, mngeiheshimu, mngekuwa mnaomba kila siku. Sisemi ya muombi by the way, sisemi ya muombi, si ndio? Lakini kama mngegundua, ukiona sisi tumetoka Nairobi na venye unajua kuna kwanga na wahubiri wengi sana. Na hili kama kwa radio station mkubali apostle ama pastors ama bishops kukuja, lazima kukuwe na committee. Unaangalia hiyo bishop, hiyo apostle anakuanga namna gani, kanisa yake iko aje, anahubiri namna gani, so tukamkubali. Kumaanisha mafuta yake iko juu. Amen. Amen. So asanteni sana kwa kuwa mnamkubali. Kama hiyo last Wednesday alitoka na Friday sacrifice, and I know sometimes wewe unaacha ibada zikiendelea kwa kanisa unakuja. Asanteni sana watu wa Kingdom Seekers Glorious kwa kutukubalia tukuwe na your apostles on Wednesday, si ndio? So tuzidi kumuombea na wenye tutasema kwa online. Najua mnabarikiwa penye mko. Tukue tu kwa baraka ama tukue baraka kwa our apostle. Kwa sababu hii crusade imegawanyika, umeona kuna wageni wengi sana. Hao wageni kuweka hapa kwa posta, hizi ni pesa by the way. Sijui kama tunajua hivyo. Yes. So hata wenye wanaona kwa online, hata kama uko hapa, ukigusa tu useme mimi nataka leo kuwa baraka kwa apostle. Nataka kuwa baraka kwa hao wageni. Nataka kuwa baraka ninunue maji siku ya leo. Utabarikiwa kwa sababu mtumishi wa Mungu ako na kibarua mrefu sana, kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya. Ako mpaka na children home, ako na mambo mingi sana anafanya, anasaidia watu wengi sana. Mimi najua watoto wenye wako chini yake wengi sana mpaka wa media. Na tunashukuru Mungu sana apostle. Amen. Na tunakushukuru. God bless you so much. Amen. Tusamana nawe kwa Moroto FM o muthenya wa Jumatatu nginya wa kana thiini wa tabarira ya Kamukunji thaa 3 cia hwaini nginya thaa 6. God bless you so much. Asanteni sana. Amen. Amen. Bwana asifiwe Kitengela. Jameni watu wa Kitengela, Bwana asifiwe. Amen. Unajua sio Dr. Njoroge anasifiwa. Sio Apostle Ngarui anasifiwa. Jameni Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asanteni sana jameni watu wa Kitengela, mumebarikiwa. Kuna pahali tu mnaingia mnasema I wish they knew. Bwana asifiwe. Kama tu mungejua. Mumebarikiwa sana. Apostle, Mungu akubariki sana. Na mimi nitasema tu mmebarikiwa. Bwana wabariki sana. Naitwa Dr. Njoroge, kila siku kuanzia saa 1 hadi saa 3. Hapo ndio nawaletea neno. Mbarikiwe sana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Niunulie mkono hivyo. Praise God. Mimi naitwa Rafael Njoroge na Apostle is our friends. Yeah. Na I'm a gospel artist. Na Mungu ambariki. Thank you. Sasa tuibie wimbo moja unaibanga kidogo. Niene ngwedaga yumenyage niginaga muno niwe
tondu ni ujikaga wega na ukanyenda igo ciothe irio ciakwa ciothe ndiaga mai maria ninyuaga ona nguo cia kwĩyumba ciothe nowe ũheaga nĩ wega. Msitupigie Yesu makofi mazuri. Mwambie hata wewe waweza kuimba. My brother, tumetoka nawe mbali sana. God bless you so much. Ndio mfupi kwetu kanisani. Ndio mfupi sana kwetu kanisani. Let us appreciate him. Tuko na Farodhi TV. Nilikuwa nataka kupatia the head of department, sijui kama ako hapa ama ako fasting. Unajua yeye hata kama wanachukua TV anaendaga kuomba ili TV ishike vizuri. Sinaona mahali anatoka katika si unaona mahali alikuwa. Tupigie makofi mpaka afike mahali hapa. Kabla afike napatia Hadasha akona wimbo moja lakini time tulia. Tuko na ibada. Tupigie Kevin makofi mazuri. The head of department of Farodhi TV. Mahali huko unaonekana mpaka nje ya Kenya, unaonekana US, unaonekana UK, unaonekana kila mahali. Kwa hiyo ukitoa won sister yako anasema gai ule no toa ya Kenya, ule ndio anatoboaga Kenya. Na anatoka kosa na anaenda kutafuta mipungo na huko nje. Yakoba, karibu sana Kevin, the head of department of Farodhi TV. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Kevin Amos, nimeokoka na mpenda Bwana. Huwa mi niko head of department katika Farodhi TV. Mchungaji amekuwa baraka katika maisha yetu, sio tu kwa kamera, hata tukiwa na mambo mengine huwa tunamuarika, anazungumza na sisi tunasema kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema tele, umejawa na rehema tele. Tuseme kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema tele, umejawa na rehema tele. Bwana, hiyo wimbo mi nataka nizungumzie mwenye hajaokoka. Kama sio Mungu, wengine wetu hatungekuwa hivi. Kama sio uwezo wa Mungu, bali tumefika tu ni neema. Hata sisi unaotuona leo ni neema tu, ni neema ya Mungu. Kuja ukubali Yesu. Mchungaji yako hapa, hakuna siku ingine ijapokuwa siku ya leo. Mungu awabariki sana na asante mchungaji kwa kutupea nafasi. Na wale ambao wako online, make sure you subscribe to our YouTube channel Farodhi TV. Unaweza angalia Kenya Movies Channel na zingine zetu mingi, na Mungu atakubariki. Amen. Amen. Kama sio Mungu, mimi nasemaga kama sio Jehova. Nikikumbuka mwaka wa 2003 wakati nianguka na gari, nikikaa nikoma for 1 year 6 months, nikakuliwa na wadudu mwili wangu wote nikaoza. Hii unaonaga hapa, hii ni kidole ya Bishop Harrison. Hii aroma ndio Mungu alinibakisha, maana alinishika hivi nyama zikakatika. But I thank God, kama sio rehema singekuwa hai siku ya leo. Na kwa hivyo niko na sababu ya kumwambia Mungu ni asante. Tena hiyo neighbor, uko na sababu. Mwambie uko na sababu ya kumwabudu Bwana siku ya leo. Ninashukuru kuona ofisa wa polisi hapa. Mungu awabariki sana kuja crusade na pamoja nasi. We never appreciate. Let us appreciate kikosi ya polisi ambao wako nasi siku ya leo. Wanabiashara wote ambao tuko na wao. Let us appreciate each and every one. Alafu pigia Yesu makofi mazuri.
Wanarudi, tupigie Yesu makofi mazuri, shangwe na vigelegele. Wamama tupigie Bwana shangwe na vigelegele. Wazee tupigie Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Wachungaji wote tupigie Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Tupigie Bwana vigelegele. Tupigie Bwana shangwe na vigelegele. Mwambie kabla hatujaingia kumuomba akusikia neno. Ngai wetu aleluya kibosho. Mungu wetu ukura sifa. Ni vile yako bako yangu imepotea na nimehubiri sana. Leo ningeongoza. Gosho ni ilio cia Ngai. Bwana apokee sifa sana. Lakini tuko na praise mwakotu hapa. Kwa tupeleke ukabani kidogo. Tunataka kukimbia ukabani. Ndio tumezaliwa wengi. Ukiona mtu harefuki kama una kutoka ukabani, brother yake alikuwa anaitwa Pastor Tumaini, na Bishop Tumaini sijui yada wapi. Na wanaweka futi kutoka chini tukiwa kwa ofisi wanapashana. Amen. Tuombe kwa sifa bure tu na niachie kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shangwe na vingelenge. Ninakwatia Ngai wakwa, ninakwatia tata. 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 Ninakwatia Ngai wakwa, ninakwatia tata.
ile wimbo nilikuwa nimeimba zamani umesahaulika. Wananikumbusha mimi ni Masai. Twende pole pole hivi tu. Hallelujah. Nimeenda kwetu sasa. Twende tu. Twende tu. Twende tu Kimasai. Baba yetu alitoroka kwao. Hallelujah. Onyesha hapo praise vizuri sana. Hapa kuna maswali mengine hapa kupasa ya kwetu kanisani. Twende tena. Hii speakers inaongea kama kasuku. Wengi sana. Lakini nataka kuwaletea neno kidogo because ya kwamba tuwaletea neno. Tunaweka mafuta, tusifu, tuwapatie nafasi, alafu baadaye because our mission here. Ya kwamba hatuachi mchanga vile tuliopata. We are called Kingdom Seekers Global tuko nyuma ya Estimate Supermarket kushikana na mkahawa wa Nini Hotel. Mahali naona Nissan hii, ukiangalia hiyo Nissan iko hapa zimeandikwa Kingdom Seekers. Ukifuata zikupeleka hapa nyuma Estimate. Bwana apokee sana. Hapa ndio tukumakuaga tunashiriki
tunakesha from every Friday, tunakuaga na deliverance service every Tuesday, every Thursday, na tunakuaga na lunch hour from Monday to Friday, tunakuaga na morning devotion from Monday to Friday, tunakuaga na maombi wa mama, ibada wa mama Monday, Tuesday inakuaga intercessory, na nyote tunawakaribisha. Wacha tukaribisha watu wote katika ibada zote ambazo tunakuaga nazo kila siku, na tunajua kwamba Mungu atatushindania. Tuko hapo ya kwamba tuko na miaka 3 na tunaendelea kukaa hapa mpaka tubu wate alafu tunamia uwaja mkubwa. Bwana apokee sifa sana. Kwa hiyo tuone hapa haraka. Hapa tukijenga Jerusalem, mahali tunajenga Jerusalem, we must maintain that place as an altar of God. To galvanize the city, to galvanize us. Oh my God. Tunatangaza victory belong to Jesus. Najua tumesifu sana. Sasa mimi nashindwa ni nani nitakaribisha. Unajua mafuta imekuja huko na matagi. Tuko na Apostle Hamani wamekuja na tractor na mafuta na tractor. Tuko na wachungaji wote wanakuja hapa. Wachungaji wote, ninaona wachungaji wa kutoka Uburu. Wachungaji wote isipokuwa wale tunataka wabaki kwa hema. Wachungaji wote karibuni, karibuni. Amen. Amen. Wachungaji, sasa kuna mtu anasema mimi nimeitwa ama nimepakwa mafuta. Sasa nauliza yangu ni ya anointing ama ni ya kupika? Hata kama ni ya aromas, sio wewe unajipaka. Abia mwingine hata kama ni ya aromas, sio wewe unajipaka. Tupigie Yesu makofi mazuri. Nashukuru Bwana kwa ajili ya wema wake na fadhili za Bwana. Wale wachungaji wote tunahudumu na wao, lakini kuna wengine ambao tunashida kuwaongoza, hatujuagi vizuri. Wacha tupigie praise makofi mazuri. Hivyo ndivyo tunafanya kwetu. Ukitoa praise ya kwetu, nguo ni kule chini. Hivyo ndivyo tunafanya kwetu kwa kanisa. Hapo hiyo mwingine hiyo ndio praise ya ile kanisa ya Kingdom Seekers Glorious. Kwetu tunafanya nguo. Hii ingine inaonyesha na magoti na kitofu. Si injili ya Yesu Kristo. Bwana apokee sifa sana. Na sasa ninashukuru Bwana kwa ajili ya watumishi hawa. Mungu aweze kubariki. Kutaja jina tu na mahali unahudumu. Praise God. Hallelujah. Uliza neighbor, kwani umeboeka? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Abia neighbor, acha kukausha injili. Hallelujah. Haujamwambia hallelujah. Hallelujah. Amen. Kura nyuma hallelujah. Amen. Nimeambiwa tu niseme jina, naitwa PD Garoya kutoka kanisa la Kingdom Seekers upande wa Ruiro, na Mungu ni mwema. Hallelujah. Leo nairito mono. Mimi sikushika kitu, nimesikia PDQ. Okay. Karibu sana mkalimani wetu. Praise the Lord. Kiingereza ili kuhamesha mpaka ukatoroka jana. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Rose kutoka Ting'ang'a. Ukifika Ting'ang'a, kanisa yetu iko mahali panaitwa Nyihia Hwae. Not Hogoma Nyihagia Hwae. Neither to Nyihagia Hwae ko. Praise the name of Jesus. Amen. And I love the Lord. God bless you. God be with you. Amen. Amen. To God be the glory. Watu wakitengera, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mwema na kila wakati Mungu ni mwema. Nashukuru Bwana kwa jioni siku ya leo. Kwa majina naitwa mchungaji Samuel, na hudumu pale Kinoo na Kingdom Seekers Glorious. Mungu awabariki. Amen. Huyo ni mtu ambaye anafanyanga kazi mingi kama tractor. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Kibe Kuria na hudumu chini ya mtumishi wa Bwana Apostle Dr. Anthony, na niko hapa tu Kitengela. Bwana awabariki. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Na mimi naitwa Paul na mimi niko Kitengela. Amen. To God be the glory. See you so much. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Umebarikiwa. Amen. Amen. God bless you. Mimi ni Pastor Charles, tuko kanisa pale nyuma ya Eastmart chini ya mtumishi wa Mungu. God bless you. Amen. God bless you so much.
Bwana asifiwe. Amen. Watoto Bwana asifiwe. Mayouth Bwana asifiwe. Sunana tu ni mimi sijavaa suti. Mimi ninaitwa Pastor Tony ama Karembo. Mimi ni pastor wa vijana, mayouth kudance, mkuje pale kwa church to train kudance, si ndio? Tudansie God, si ndio? Mungu awabariki sana, nashiriki hapa Kitengela. God bless you so much. Leo hatukuwa naye kanisani, tulikuwa tumemtuma PCA Sosioni kusimamia wana youth. Pia alikuwa anahudumia wana youth PCA Sosioni. Tupigie Yesu makofi mazuri. So wachungaji, God bless you so much. Sikuwapigia makofi mazuri. Ni wachungaji wa baraka ambao tunafanya kazi na wao, na kuna wengine walikuwa hapa jana wa Hebu, akina Pastor Jerry, au wengine kwanza sitawataja mpaka tulivisit. Bwana apokee sifa sana. Tupigie Yesu makofi mazuri. Ambia mwingine, ambia kama uko karibu na mama Terry, mwambie tu hata kama mikono inauma tu ajaribu aache kufanya. Unaona vile anatukoba hivi. Tuko na ubanji, kuna dada yetu ama ameenda. Hivyo anapatia, tupatie tu dakika kidogo tu. Tuko na Hadasha, ni mwimbaji. Tuko na Joroge, yule ndugu wetu mfupi sana kwetu kanisani, ni mwimbaji. Mimi ni mwimbaji, ni vile wimbo wangu umekatalia kwa roho, lakini najua kwa nini mwimbaji. Tuko na wimbaji wengi hapa na tunataka kuwapatia nafasi nzuri ya kwamba lazima tumalizie na utukufu. Na hatujazoea tukomana bora pengine tulimaliza na utukufu mwingi wa Bwana. Hapa ninajua kwamba Mungu aweza kutenda mengi sana katika jina la Yesu Kristo. Unajua mfalme huyu ni chakuru. Tupigie dada yetu makofi mazuri. Unabaki ni wako watu na kia hima. Unako pere viuda. Biloka abere. If you like it or not. Let us appreciate her. In Jesus' name. Oh, hallelujah, Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nipungie mkono juu. Nina ujumbe mmoja. Mwambie jirani nina Karibia hapa mbele kwa ajili ya sauti. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mwambie jirani nina ujumbe mmoja. Nina ujumbe mmoja. Ujumbe ambao unasema hivi: usije ukangojea kuokoka juu ya hizi manyumba, maana hapa chini panaisha. Mwambie jirani tena, hapa chini panaisha, yani viwanja vyote vitaisha, bado hakoka. Amen. Naitwa Regina Glory na nimetoka Tanzania, naishi Kenya. Imenikubali. Yesu amenikubali. Amen. Haleluya. Watu wa vyema muongezeni sauti tu. Kila naweza waambia jioni ya siku ya leo, msiteze na watumishi wa Mungu. Ni kwa sababu wakati unapita na wakati unaisha. Kwa hivyo wakati unasikia injili, sikiza kwa makini, tega sikio na twende mbinguni. Haleluya. Amen. Ninaitwa Glory, mama wa watoto wengi. Nilizaliwa nikiwa na shida ya moyo na nikaambiwa sitakuwa na watoto. Hata maisha yenyewe nilikuwa na bahatisha. Na siku ya leo nina watoto wakubwa sana. Mwambie wakubwa sana. Wakubwa sana. Wakubwa sana. Haleluya. Usinione ninakaa kasichana. Nina mtoto wa miaka 24. Hey. Sifa za Mungu aliye hai. Sifa za Mungu aliye, maana yake nashangaa kama leo hii naweza nikakushuhudia na ilhali nilikuwa wakwenda. Kwa hivyo namshukuru Mungu. Nina channel yangu pale YouTube, ninajiita Regina Glory. Na naomba tena Regina Glory, shika vizuri Regina Glory, ili niweze kukuhudumia kesho na kesho kutwa. Maana secular wanatuacha, wanaenda kwingine, na sisi tunataka kuwahudumia kwa njia ya kitofauti, njia ya kipole, njia ya kimbingu. Mungu awabariki sana. Naenda kuimbia wimbo unasema tumappreciate wakati anajoin kanisa yetu officially. Hallelujah. Tupigie Yesu makofi mazuri. Babaki ni watu wa hinya. Hii microphone hivi nasubua watu sana. Naweza kuletewa yangu ya kanisa. Because nataka kuwaletea mtumishi wa Bwana. Inua tu mikono yako. Tembea kidogo. Unajua umeshinda, umehubiriwa. Kama kwetu kulikuwa fire kutoka asubuhi. Tuliingia kanisa 6.
Tembea kidogo tu hivi, tembea tu hani kidogo tu. Tembea tu. Tembea ukielekea mbele kidogo. Sogea mbele kidogo. Afanya 1 2 3. Usipite hapo ukihesabu 3 tu. Na waambie kama uko karibu na priest, mwambie hatuwahurumii. Netaji yenu mnarebesha. We cannot sympathize you. Bwana apokee sifa sana. Amen. We are Kingdom Seekers Glorious Kitengela. Tunashukuru Bwana kwa ajili ya uaminifu wake. Tutakuwa na crusade kila mwezi mpaka December. Because mwezi wetu unaingia tuko pale Naivas. Eastmart opposite. Tuko hapo 3 days of crusade. Ya kwamba each and every month mpaka December. Mpaka tuondoe lawama yote ya Kitengela. Kuambiwa kuna mama aliua mtoto kwa nyumba na akakula nyama. Kusemekana kuna watu waliuana kwa Pizain. Kuna mama alijinyonga na mtoto. Yaani tumekuwa katika, kuna yule mwingine nani? Kuna mzungu ameuawa na hapa alichukuliwa na DCI. Hapa ukielekea Isinya na alikuwa ametoka ng'ambo. We must change and repent and decree the goodness of the Lord in this world. Praise the mighty name of the living God. Abia yule mwingine ondoa mikono hapa. Yeah. Mwambie haitaanguka. Sasa inua juu hivi. Hallelujah. 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 Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Najua kuna furaha. Magari ile imekuja ni mingi. Magari ambayo tuko nayo crusade ni mingi kuliko watu. Kwani mlikuja nani? Sijui kama mnaangalia magari ambayo iko hapa crusade ni mingi kuliko watu. Uliza wewe mwingine, kwani unakuja na gani? Maana hapa ninaona kuna vitu. Sioni vitu. Ninaona pale kuna vitu. Kuna vitu. Yaani magari ni mengi kuliko. Bwana apokee sifa sana. Tupigie Yesu makofi mazuri, maana Mungu wetu ametukuka. Na maana sitaki kupoteza nafasi. Ninataka kuwaletea mtumishi wa Bwana. Najua tumekuwa na Apostle Amino hapa siku ya Saturday jana yote. Na aliweza kutubariki. Na sasa kuna huyo bishop nimewapia ndio mrefu tena, ndio mrefu brother ndio mfupi kwetu kanisani hiyo yako nyuma. Na sasa tuko na bishop wa hii ministry na ndio mrefu sana kuliko watu wote. Kwa wakati walikuja kwa ofisi wakiwa na Pastor Tumaini, nikachukua foto nikawapima kutoka chini. Hawakuachana mpaka na nywele. Hawakuachana na kilo. Hawakuachana na uso. Nikiwaambia the next time tutarevisit your case between you and your lost brother. Na ndio tuko nao mkutano mwezi wa 8. Tunawakaribisha tarehe 18 tuko na Apostle T ama Apostle Tony, Apostle Anthony. Mnamjua tu, ndio mchungaji ameinuka sana Apostle katika taifa letu la Kenya. Na tutakuwa naye pale kwa ibada yetu kanisani. Najua mnamjua. Kuna nyimbo mingi aliimba hata kabla hajakuwa bishop. Moja mnakumbuka ni gani? Maisha fiche. Tuache maisha fiche. So tutakuwa naye kwetu kanisani tarehe 18 na tunaamini ya kwamba Mungu atatenda mema. Next week but one katika Rancho tuko na mtumishi wa Bwana Pastor Kibari ndiye atakuwa na sisi katika Rancho. Simamkumbuka hapa. Na tunaamini ya kwamba our life will never be the same again. Na kutoka hapo mwezi wa 7 tuko na mchungaji all the way from Nigeria, that will be a blessing to us. Vile umesikia akina Kennedy wakisema wakialika mchungaji wanamweka katika mizani, wanachunguza. Ukienda kuitwa katika radio, muulize hiyo show ulikuwa na watu wangapi, na wengine wako na majina makubwa kuniliko. Lakini I'm so humbled na kupatia hiyo opportunity. Kama kuna kitu kikubwa nafanyanga ni kunyenyekea mbele za Bwana. Na kwa heshima yake Mwenyezi Mungu nataka mnisaidie kuleta Bishop Kamau ambaye ameshawahi kuwa baraka kwa njia moja na njia nyingine. Tupigie Yesu makofi. Let us appreciate him. Unaona ndio mzungu tu hapa, ndio mweupe. Let us appreciate. Hata weupe ni neema. Sisi hatukubahatika kuwa weupe. Karibu sana. Amen. Si unaona lazima ni squat kidogo. You have to humble. Amen. Oh, thank you so much. Yeah, unajua wakati mwingine anahubiri na lugha nyingine lazima nimuinterpretie, lakini leo ataendelea. Amen. Amen.
Praise the name of the Lord. Mkaribani wangu wako wapi? Just come, my sister. God is good. And all the time. Are you okay? Hallelujah. Amen. We can take our seats. Those who are taking seats. Those who are standing. Those who are standing. Wenye wanasimama. I'm not going to take much time. Sitachukua wakati mkubwa. Because I know we have been ministered to in different ways. Maana najua tumehudumiwa kwa aina mbalimbali. And so I want to bring the word of God. Kwa hivyo nataka kuleta neno la Bwana. And I know that God is going to lift our hearts again. Na mnajua Bwana atakutana na mahitaji yetu. Kitengela has a great destiny. Kitengela ako na hatima kubwa. And so the people who dwells in Kitengela are lucky. Na watu ambao wako katika Kitengela wamebarikiwa. Because they are attached with that great destiny. Kwa maana wameshikana na ukuu. And so it is a great evening. Kwa hivyo ni jioni nyingine njema. And I want to tell you, we have come to express the love of Calvary to you people of Kitengela. Kushuhudia upendo wa Calvary kwa nyinyi watu wa Kitengela. Because it has costed the man of God a lot. Maana imegharimu mtumishi wa Bwana makuu. Just to bring this message to you. Ili alete huu mkutano mahali hapa. And I know that his focus and great assignment is to reach out souls. Na ninajua mtihani mkuu wako nao ni kushika mioyo ya watu. This is one of the activities that is very rare in the church. Hii ndio kazi moja ambayo hapatikani sana katika kanisa. Because people are honoring in the church, enjoying the blessings of the Lord. Kwa maana watu wamekaa katika kanisa wakifurahia baraka za Bwana. Jesus said, lakini Yesu alisema, go ye into the world. Enendeni nyinyi katika ulimwengu. Go ye into the world. Enendeni nyinyi katika ulimwengu. Preaching the gospel of the kingdom. Ukihubiri habari njema ya ufalme huu. And whoever believes. Na yeyote ambaye atakayeamini. Baptize them. Na abatizwe. In the name of the Father. Katika jina la Baba. And of the Son. Na katika jina la Mwana. And of the Holy Spirit. Katika jina la Roho Mtakatifu. It is the grace of believing in Christ. Na achilia neema ya kuamini Kristo. We are here to release the grace. Kwa maana tuko hapa kuachilia neema. The grace of believing in Christ. Neema ya kuamini Kristo. And the Bible says. Na Biblia inasema. And how shall they believe? Wataamini aje? Of whom they have not heard. Ambaye hajamsikia. And how will they hear? Na watasikia aje? If somebody was not sent to them. Kama hawajatumia mtu. And so now. Na sasa hivi. You are in a risky ground. Uko mahali ambapo. Ni pa kuhatarisha. Hallelujah. Rudia pa kuhatarisha. We are here to prepare you. Okay, I'm saying you are in a risky ground. Uko mahali ambapo pako na hatari. Just listen. Relax. Relax. Hallelujah. You are in a risky ground. Uko mahali ambapo pako na hatari. Because you came. Kwa sababu ulikuja. Without believing. Bila kuamini. Because you didn't know how to believe. Kwa sababu haukujua namna ya kuamini. Now we are here. Sasa tuko hapa. On a mission. Tukiwa na huduma. To show you. Kukuonyesha. How to believe. Vile utakavyoamini. The Bible says. Biblia inasema. In the days of ignorance. Wakati ambapo hamkuwa mnajua. God overlooked. Mungu hakuwahukumu. But now. Lakini sasa. But now. Lakini sasa. That you have heard the gospel. Kwa sababu umesikia Injili. We command every person. Tunaamrisha kila mmoja. To repent. Atubu. To repent. Atubu. If you are going this direction. Kama unaenda njia hii. Ubadilishe. Ubadilishe. You go in a position. Uende katika wakati of Christ. Ambao ni wa Kristo. And I want us to understand. Nataka ushike vizuri. Salvation. Wokovu. Is the gift of grace from God. It's the gift of God. Ni zawadi ya Mungu. Through the grace. Kupitia kwa neema. And so sometimes people don't understand what little salvation is. Wakati mwingi watu hawaelewi wokovu ni nini? Wokovu ni nini? It is deliverance. Ni kukombolewa. It is saving. Ni kuokolewa. Saving the man. Kuokoa mwanadamu. From the power of the penalty of sin. Kutokana na nguvu za dhambi na hukumu ya dhambi. The word of God says. Biblia inasema. All have sinned. Wote wametenda dhambi. And are fallen
fallen short of the grace of God. na kupungukiwa na neema. And now the scripture says, Na maandiko inasema, for this reason, kwa sababu hii God loved the world, Mungu aliupenda ulimwengu, that whosoever believes in him ili yeyote atakayemwamini may not perish, asipotee, but have eternal life. lakini awe na uzima wa milele. And for the wages of sin is death. Kwa maana adhabu ya mauti ya dhambi ni kifo. Adhabu. The wages of sin, Adhabu ya dhambi, mshahara wa dhambi is death. ni kifo. But the gift of God, lakini zawadi ya Mungu is eternal life ni uzima wa milele through Christ Jesus. kupitia Kristo Yesu. I'm not only addressing the people who are in this field, siongei na watu tu ambao wako mahali hapa, but I'm dealing with the people who are online, lakini naongea na watu ambao wako katika mitandao, and others are in TV platforms. na wengine wako mahali pa ukuu. And I want us to understand, nataka tuelewe, the penalty of God against sin, mshahara wa Mungu ambao analipisha kwa dhambi, is death. ni kifo. God is a merciful God, Mungu ni mwenye rehema, and he is a loving Father. na ana upendo. But when you sin, lakini ukiona, when you sin, wakati unatenda dhambi, the judgment is ile hukumu death. ni kifo. But he gave a solution, lakini alileta suluhu, because God loved the world so much, kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu, and he didn't want to lose the man that he himself created. na hakutaka kupoteza mwanadamu ambaye alimuumba. He offered his only son, akapeana mwanawe, so that when we come to the son, ili tukija kwa mwana, we reach to the Father. tukafika kwa Baba. Oh my goodness. Hallelujah. Jesus said, Yesu akasema, when Thomas was doubting his power, wakati Tomaso alikuwa hakuamini nguvu zake, and the assurance of the hope in Christ, na nguvu ambazo ziko katika tumaini kwa Yesu, and he asked Jesus, na akauliza Yesu, and who is the way, or which is the way to the Father? na njia kwenda kwa Baba ni gani? And Jesus said, Yesu akasema, I am the way, mimi ndio njia, I am the truth, mimi ni ukweli, I am the life. mimi ni uzima. No one gets into the Father, hakuna yeyote ajaye kwa Baba without the Son. asipitie kwangu. No one comes to the Father, hakuna aweza kufika kwa Baba without the Son. bila mwana. No one comes to the Father, hakuna aweza kufika kwa Baba without the Son. bila mwana. So I am the Son, kwa hivyo mimi ndiye mwana, sent of the Father, ambaye alitumwa na Baba to redeem the judged world, kukomboa ulimwengu ambao ulihukumiwa from the judgment of death, kutokana na hukumu ya kifo. And all the scripture says, Biblia inasema, no one comes to the Father, hakuna yeyote ajaye kwa Baba except through the Son. asipopitia kwa mwana. And now the Son came, naye mwana akaja here in the world, hapa ulimwenguni, and the Bible says, na Biblia inasema, he became flesh, akawa mwili, Emmanuel, akawa Emmanuel, God with us. Mungu pamoja nasi. And the scripture Na says, Biblia inasema his destination ya kwamba hatima yake was on the cross. ilikuwa pale msalabani. Now, in the days of the old, wakati wa kale, people used to be redeemed, watu walikuwa wanakombolewa from their sins, kutokana na dhambi zao, but this was through giving a lamb. kupitia kupeana mwana kondoo, And now the sacrificial lamb, na kutoa that sacrificial lamb, kutoa sadaka, could not delete the sins, haingeweza kuondoa ama kufutilia dhambi, even though it was offered hata kama ilitolewa as a sacrificial lamb for sins. kama mwana kondoo ambaye ni sadaka. It could not cleanse the sins, haikuweza kutakasa ama kuondoa dhambi, even though it was alive. kama ilikuwa hai. And so, kwa hivyo the sacrificial lamb ule mwana kondoo was to be slaughtered. lazima angechinjwa, And because life is in the blood, na kwa sababu uhai uko katika damu, that blood hiyo damu that came forth ambayo ilitoka was a substitute of the sinner. ilikuwa ya kuondolea huyo mwenye dhambi zile dhambi zake. And so that one tells you, Kwa hivyo unless the lamb is slaughtered, isipokuwa ule mwanakondoo achinjwe, mwanakondoo asipochinjwa, haleluya, unless the lamb is slaughtered, mwanakondoo asipochinjwa,
ilivunjwa, the sacrificial lamb did not erase the sin. hiyo sadaka haingefanya kazi ya kuondoa dhambi. That's why Jesus was to die. Hivyo ndivyo Yesu alifanya. Though he was a sacrificial lamb. Kwa sababu alikuwa mwanakondoo wa kutolewa sadaka. So he was a sacrificial lamb. Yeye alikuwa mwanakondoo yule. So he was a sacrificial lamb. Hata kama alikuwa yule mwanakondoo, he could not have saved the human. Hangeweza kuokoa wanadamu from the judgment of God. Kutokana na hukumu ya Mungu. Until his life, that is his blood, was shed. Hadi uhai wake ambao ulikuwa ni damu imwagike. And so the blood of Jesus damu ya Yesu purifies, inahitimu to save a fallen man, kuokoa mtu aliyeanguka. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Just lift your wherever you are, say hallelujah. Hallelujah. Now listen this. Sikiza vizuri. God has given us a gift. Mungu ametupatia zawadi. The gift of salvation. Zawadi ya wokovu. That is deliverance and salvation. Hiyo ni kukombolewa na wokovu. But I want to understand. Nataka uelewe. The salvation was granted immediately by God. Ya kwamba wokovu uliwachiliwa mara hiyo hiyo na Mungu. And there is a condition. Na there is a condition. Hallelujah. No, hallelujah. Kuna masharti. There is a condition. Kuna masharti. Yes, if there is no hallelujah, don't say hallelujah. Hallelujah. Kuna masharti. Patia high five. Mnatani mkalimani wangu tumaji. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Hey, if you say thank you Jesus. Sema asante Yesu. Salvation, wokovu, was offered immediately. Ulipeanwa mara hiyo hiyo. But God na Mungu gave a condition. Lakini iko na masharti. Of this salvation. Kuna masharti na sheria ya wokovu huu. There are people who are preaching the gospel. Kuna watu ambao wanahubiri injili that is diverted, ambayo imeondoka katika mwelekeo. And they are saying, na wanasema because Christ died on the cross, kwa sababu Yesu alikufa msalabani, we don't need to repent. Hatuhitaji kutubu. We don't need to be so careful about salvation. Hatuhitaji kuwa tunachukulia kwa maana sana wokovu. And they are saying, na wanasema once saved, ukiokolewa wakati mmoja, forever you are saved. Umeokoka milele. I'm here to say that is a lie. Nimekuja kuambia huo ni uongo. Every believer who is in Christ, yeyote ambaye ako katika Kristo, has a responsibility of working out his salvation. Ako na nafasi ya kufanyia wokovu wake kazi. The Bible says, Biblia inasema, work out your salvation. Fanyia wokovu wako kazi in fear and trembling. Katika kuogopa na kutetemeka. It is very true. Ni ukweli hakika. Salvation can be lost. Wokovu unaweza kupotea. It is very true. Ni ukweli kabisa. People backslide. Watu wanarudi nyuma. Because kwa sababu what separated man from God? Ni nini iliondoa whatever separated man from God? Chenye kilitoa uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Endelea. Rudia tena. Chenye kiliondoa uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Rudia tena. Chenye kiliondoa uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Rudia rudia hivyo tena sasa. Chenye kiliondoa uhusiano wa mwanadamu na Mungu. It is the act of sinful nature. Ni ile hali ya dhambi. Matendo ya hali ya dhambi. Hallelujah. No, hallelujah. It's the acts of sinful nature. Yes, exactly. Hallelujah. Kunywa maji kidogo. We are not in a hurry. Aya ndo matoto retia gukutigana nao. Nywa mai. Kunywa maji. Ngoko ndura kienda ikara. Hallelujah. Hallelujah. You know we are preached to you. Unajua tumewahubiria. And I'm very sorry. Endelea. And I'm very sorry. Ni pole sana. Na ni pole sana. Because we told you. Kwa sababu tuliwaelezea. Come to Jesus. Kujeni kwa Yesu. You get a wife. Upate uhai. Upate uzima. Upate maisha. Na nini ingine? Nini ingine iko kwa Yesu? Nini ingine? Endelea. Upate nini ingine?
upate utajiri, utajiri, endelea. upate afya, Come on, endelea. Mke mzuri, endelea. watoto wazuri, Mahipsters, endelea. Nini ingine? Hizo zote. Somebody say hallelujah. And so, kwa hivyo it's not as the way you see it. si vile unavyoona. Salvation is a personal responsibility. Wokovu ni hali yako, ni hali yako ya kuchukumika. Hali yako uchukue lile jukumu. And so let us understand, nataka uelewe, salvation cannot just be given. Wokovu hauwezi peanwa tu. There is a condition. Kuna masharti. Hey, inua mkono wherever you are, say thank you Jesus. Inua mkono juu. One of the conditions, moja ya masharti yale, is repentance. Ni kutubu. Toba. Toba. Repentance. Toba. Some of us we know God. Wengine wetu tunamjua Mungu. And we love him. Na tunampenda. But it is only the fear of God. Lakini ni kumcha Mungu tu. That stops you from sinning. Ambayo inakusimamisha kutoka kutenda dhambi. We are not sinners because we sin. Sisi si wenye dhambi kwa sababu tunatenda dhambi. Did you hear that? Yeah. We are not sinners because we sin. Sisi si wenye dhambi maana kwa sababu tunatenda dhambi. But we sin because we are sinners. Lakini tunatenda dhambi kwa sababu sisi ni wenye dhambi. The Adamic nature is of a fallen man. Ile hali ya Adamu iko ndani ya mtu aliyeanguka. And the Bible says, Biblia inasema, through one man, kupitia kwa mtu mmoja, the world fell into sin. Ulimwengu ukaanguka kwa dhambi. And so let us understand, acha tushike hivi, naturally you are a sinner. Kwa ile hali ya kawaida wewe ni mwenye dhambi. And so don't say you don't need repentance. Kwa hivyo usiseme ya kwamba hauhitaji toba. And now this condition of repentance, hii hali ya toba, is what we need. Ndio tunahitaji. When God placed the man in the Garden of Eden, wakati mwanadamu aliweka katika shamba la Edeni, God's purpose was to commune and to have fellowship with him. Mungu alitaka kukua na ushirika na yeye. And the Bible says, na Biblia inasema, he created him in his likeness and his image. Alimuumba katika mfano wake. Because he wanted to commune with man. Kwa sababu alitaka kuwa na ushirika na kuongea na yeye. And he gave him a condition. Na akampatia masharti. You want to abide in this land. Ukitaka kukaa mahali hapa, you shall enjoy all the fruits in the land. Utafurahia matunda yote katika shamba hili. But only one tree you shall not joke around. Lakini mtu mmoja tu hautagusa. You shall not touch that tree. Hautagusa mtu. Because the moment you touch the tree, maana ukigusa and eat the fruits, na ukula yale matunda, that will be the beginning of your death. Hiyo ndio itakuwa chanzo cha kifo chako. That is separation with God. Hiyo ni kuondolewa kutoka kwa uhusiano na Mungu. The breakup of fellowship. Ikavunja ule uhusiano. Kuvunjika kwa uhusiano. Alivunja ule uhusiano. Kuvunjika kwa uhusiano. Kuvunjika kwa uhusiano. Exactly. Rudia tena. Kuvunjika kwa uhusiano. Rudia tena. Kuvunjika kwa uhusiano. The breakup of the communion. Kuvunjika kwa uhusiano. God wanted to fellowship with man. Mungu alitaka kuwa na ushirika na mwanadamu. But man wanted to discover. Lakini mtu alitaka kutambua. Why did God stop me? Kwa nini Mungu alinizuia from taking the fruit of this tree? Kutoka kukula tunda la ule mtu. And the Bible says, na Biblia inasema, through the lies of the devil, the Kemunya, kupitia kwa uongo na udanganyifu wa shetani. Did you hear what I said? Yeah. What did I say? Kupitia kwa uongo wa shetani. Endelea. Through the deception of the devil, the Kemunya, kupitia kwa udanganyifu wa shetani. You are not listening. Through the deception of the devil, the Kemunya, kupitia kwa udanganyifu wa shetani Kemunya. Mbona huko unasema hivyo? Huko umesikia? Don't interpret. Interpret. Hey, hallelujah. Hallelujah. He came through the snake. Akapitia kwa nyoka. And the Bible says, na Biblia inasema, the snake
was the wisest creature. Nyoka ndiye alikuwa na hekima kuu sana mahali pale. More than any other creature. Kuliko kiumbe kingine kile. And he came to Eve. Na akaja kwa Eve. And he gave him the offer. Akampatia ile tunda. And from Eve, kutokana na Eva, he took the offer to the husband. Akapelekea mwanamume. And they ate. Na wakala. And God came. Na Mungu akaja. The time he used to come. Wakati alipokuwa amezoea kuingia. For fellowship. Kwa kukuwa na ushirika. For communion. Wa kushirikiana. For interaction. Kuongea pamoja. And when God came. Na wakati Mungu alikuja. He found. Akakuta. That they are not in the meeting point. Ya kwamba hawako mahali pale walikuwa wamezoea kukutana. Because they used to meet somewhere. Kwa sababu walikuwa wanakutana mahali. So it's like, ladies, you should know, dates have not just started. Even God was the first man to date. Wamama mjua kwamba date hazijaanza sasa. Mungu ndiye alikuwa wa kwanza. Tujue, unajua you are one of them. Yeah. Na Mungu ndiye alikuwa mwanzilishi wa mambo haya ya date. Because God had a date with Adam and Eve. Maana Mungu alikuwa na hiyo date na Adam na Eva. And they used to commune. Na walikuwa wanashiriki. They used to fellowship. Walikuwa na ushirika. But when God came, lakini wakati Mungu alikuja, at the meeting point, mahali walikuwa wanakusanyika, he found that they were absent. Akakuta hawapo. They had left. Walikuwa wameondoka. And the Bible says, na Biblia inasema, God called. Mungu akaitana. Adam, where are you? Uko wapi? Adam, where are you? Uko wapi? And now instead of Adam responding to God, na badala ya Adamu kuitika Bwana, he said, akasema, I have hid myself. Nimejificha. God asked him another question. Mungu akamuuliza swali jingine. Have you eaten? Umekula? Now it's like they knew each other. Hivyo walikuwa wanajiona, wanafahamiana. Where are you? Uko wapi? Adam has hidden himself. Adamu amejificha. But God knows. Na Mungu anajua. This man is not conscious about my presence. Mtu huyu hahisi uwepo wangu. Salvation. Kwa hivyo, salvation, wokovu, is the consciousness of God. Ni kuhisi uwepo wa Mungu in a man. Katika mwanadamu. So one can say they are saved. Mtu anaweza sema ameokoka. But if they are not conscious. Lakini kama hahisi about God. Hahisi uwepo wa Mungu. There is no salvation. Hakuna wokovu. And now God asked him the second question. Na Mungu ameuliza swali. Have you eaten? Umekula? Have you eaten? Umekula? Because God knew. Kwa sababu Mungu alijua. The only reason. Ile sababu that could make Adam hide himself. Ambayo ingefanya Adamu ajifiche. Was tampering with the fruit that was forbidden. Ni kugusa lile tunda ambalo likatazwa. And so the Bible says. Na Biblia inasema. Adam started responding to God. Adamu akasema akajibu Mungu. And he told God. Na akamwambia. It is this woman that you gave me. Ni huyu mwanamke ambaye uliniletea. But God did not ask Adam those questions. Lakini Mungu hakuwa ameuliza Adamu hivyo. He just asked Adam, where are you? Alimuuliza uko wapi? Have you eaten? Umekula? I think God was giving Adam an opportunity to repent. Nadhania Mungu alikuwa anapatia Adam muda wa kutubu. He was giving him a chance. Alikuwa anampatia muda. Because God was so jealous. Kwa sababu Mungu he was so jealous. Akona ule upendo mkubwa. Alikuwa na wivu mwingi. Hallelujah. No, hallelujah. Please don't say hallelujah where I've lost. You know hallelujah zinashokeshanga watu sana. Please let's flow. Are we together? What did I say? Kwa sababu Mungu akona wivu. He is a jealous God. Ni Mungu mwenye wivu. God felt bad. Mungu akahisi vibaya. And that's why he wanted Adam back. Kwa sababu hii ndio sababu alitaka Adamu arudi. In the position of communion. Katika ile hali ya ushirika. And the Bible says. Na Biblia inasema. Adam told God. Adamu akamwambia Mungu. I am naked. Mimi niko uchi. Dekeno hii. Hebu pigieni mkalimani wangu makofi. Wacheni wivu. He told God. Akaambia Mungu. I
am naked. Mimi niko uchi. You know, it's like, how did you know you are naked? Na Mungu akamuuliza ulijuaje uko uchi? The Bible says, Biblia inasema because God wanted to bring back kwa sababu Mungu alitaka kumrejesha the relationship ile hali ya ushirika with Adam. na Adamu. The word of God says, Biblia inasema he made skin, he made cloth out of skin, akawatengenezea nguo kupitia kwa ngozi, so that now they can be able to come before the presence of God. ili wakaweza kuingia katika uwepo wa Bwana. You know, Adam, while he was hiding, mahali Adamu alipokuwa akijificha, he had put tears upon his nakedness, alikuwa amejiwekea matawi katika uchi wake, so that he can face God, ili akaweza kusimama mbele ya Bwana. but he could not qualify Lakini hangehitimu until God gave a temporal solution. hadi Mungu apeana suluhu ya wakati huo. And so God had a big plan. Kwa hivyo Mungu alikuwa na mpango mkubwa But through Jesus Christ, kupitia Yesu Kristo, who is the second Adam, ambaye ni Adamu wa pili. the Bible says, Biblia inasema through the first Adam, kupitia kwa Adamu wa kwanza, all men are subject to sin. watu wote wameanguka kwa dhambi. And the way the first Adam brought sin to the world, Na vile Adamu wa kwanza alileta dhambi ulimwenguni, that is the way the second Adam hivyo ndivyo tu Adamu wa pili has brought the mercy, salvation, and the righteousness of God in the fallen world. ameleta haki na rehema na wokovu katika ulimwengu ambao umeanguka. And so Adam, kwa hivyo Adamu experienced akapata self-consciousness, akapata ile kuhisi yeye, kujihisi yeye, instead of sensing the consciousness of God. badala ya kuhisi Mungu akajihisi yeye. God is calling Adam, Mungu anaita Adamu, but because of sins, lakini kwa sababu ya dhambi Adam is not conscious about God. Adamu hahisi uwepo wa Mungu. He is conscious about himself. Anajihisi yeye hali yake tu. Salvation, wokovu, is becoming conscious of God. Ni kukuwa na kuhisi uwepo wa Mungu. In your sins, katika dhambi, in your wicked ways, katika njia zako za upotovu, you don't need to be conscious about that. Hauwezi kuhisi uwepo wa Mungu. You don't need to be conscious hauna hisia about that. Kuhusu haya mambo. You should be conscious about the calling of God unto salvation. Unahitajika kuwa na kuhisia nguvu za Mungu za wokovu. Endelea tena. Kama utarudia nitajua umesema kitu chenye huko umesikia. Hebu rudia tena. Naona. Hey, somebody say hallelujah. Hallelujah. And so God told Adam, Mungu akamwambia Adamu, you have a judgment. Uko na hukumu. Get out of the land. Ondoka katika shamba hili. No benefits in the land. Hautapata matunda katika shamba hili. The Bible says, Biblia inasema, God fixed swords of fire. Mungu akaweka makerubi in the land of Eden. Katika shamba la Edeni. But God wanted Adam to be conscious about God. Lakini Mungu alitaka Adamu ako na hisia ya uwepo wake. And that's why God is asking Adam, Ndiposa Mungu anamuuliza Adamu, where are you? Uko wapi? I did not find you where we meet. Sikukupata mahali huwa tunakutana. And did you eat? Na ulikula? It was enough to say, yes, I ate. Angesema tu ndio nimekula. That is the response of God consciousness. Hivyo ndivyo mtu anajibu wakati anahisi Mungu. But now he said, lakini anasema, the wife you gave me, ule mwanamke uniletea. He started blaming God. Akaanza kuletea Mungu. That's where blaming. Alianza kulaumu Mungu. Blaming. Oh yes. Hallelujah. Yes. Alianza kulaumu Mungu. Hallelujah to that. Amen, my sister. Amen. He blamed God. Alilaumu Mungu about the wife that God had given him. Kwa sababu ya mwanamke ambaye Mungu alimletea. And I heard another man saying, na nikasikia mtu mwingine akisema, why did God create beautiful women? Ni kwa nini Mungu aliwaumba wanawake wakiwa na sura nzuri? That is a foreign man. Huyo ni mtu ambaye ameanguka. Why did God create beautiful women? And then he asked, alafu anauliza, why did God allow wine to be made and beer?
We are like this. That person is saying that me, wine, and women, we are one thing. But God did not give Eve to Adam as a trouble. Lakini Mungu hakumpatia Eva kwa Adamu akiwa aleta shida. He was to ease the task of tearing the lad. Alikuwa msaidia katika ile hali ya kuangalia ya shaba. And so, kwa hivyo, through the sin of Adam, kupitia kwa dhambi ya Adamu, all men has fallen. All men has fallen. Wanadamu wote wameanguka. But God has sent Jesus. Lakini Mungu amemtuma Yesu Kristo. His only son. Yule mwana wake wa pekee. As our deliverer. Akuwe mkombozi wetu. And he has given us his love. Na ametupatia upendo wake. And the gift of life. Na ile zawadi ya uzima. Through kupitia his son Jesus. Kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo. And he was to be slaughtered on the cross. Yeye ambaye alichinjwa katika msalaba. Because there is no remission of sins. Kwa sababu hakuna kusamehewa dhambi. Without shedding of the blood. Pasipo kumwagika kwa damu. And now he came through Mary. Kwa hivyo akakuja kupitia Maria. And he was conceived. Na akaumbika. Endelea tena. Na akaumbika, akakuja kwa Maria akaumbika. Kwa tumbo. Kwa tumbo. Na nini gine? Hallelujah. Amen. Kama tuko pamoja, punga mkono, sema asante Yesu. Asante Yesu. Say thank you Jesus. Sema asante Yesu. And so now, kwa hivyo, the solution of a foreign man, ile suluhisho ya mwanadamu ambaye alianguka, has been given by God. Imepatiwanwa na Mungu. Through Jesus Christ. Kupitia kwa Yesu Kristo. In the book of Hebrews chapter 10. Katika Waebrania 10. Verses 9 to 10. 9 hadi 10. The Bible says. Biblia inasema. He took away the first covenant. Alichukua ile agano ya kwanza. And he has established another one. Na ameweka ingine. This is through the blood of Jesus. Kupitia kwa damu ya Yesu. And so salvation is only through Jesus Christ. Kwa hivyo wokovu ni kupitia tu kwa Yesu Kristo. And how do we receive salvation? Na tunapokea wokovu aje? By faith. Kwa imani. Faith, imani, is a substance. Ni bayana of the things hoped for. Kwa ya mambo ambayo yatarajiwayo. It is also a confirmation. Ni dhihirisho ya mambo yatarajiwayo. It is also a confirmation of the things that we hope for. Ni dhihirisho ya mambo ambayo yatarajiwayo. And the Bible says. Na Biblia inasema. In the book of Acts chapter 4. Katika Biblia Matendo and verses 12. Mstari wa 12. And so by Romans, in the book of Romans chapter 4 verses 1. Warumi 5 mstari wa kwanza. We have been justified. Ya kwamba tumetakaswa. We have been justified. Tumetakaswa. Tumehesabiwa haki. Tumehesabiwa haki. Ungesema asante, nimekusaidia. We have been justified. Tumehesabiwa haki. And we have been pronounced. Na tumetangazwa. That we are the righteousness of God. Ya kwamba tuko na ile haki ya Kristo. Through the blood of Jesus. Kupitia kwa damu ya Yesu. Lift your hand whenever you are, say blood of Jesus. Inua mkono wako, sema damu ya Yesu. Inua tena, say blood of Jesus. Lift up your hand and say the blood of Jesus. And then inua, sema blood of Jesus. Sema damu ya Yesu. And so by faith. Kwa hivyo kupitia kwa imani. By faith. Kwa imani. By faith. Kwa imani. By faith. Kwa imani. By faith. Kwa imani. We are justified. Tumetangazwa kwa tuko sisi ni wenye haki. We have been justified. Sisi ni wenye haki. And we have been pronounced. Na tumetangazwa that we are the righteousness of God. Sasa ya kwamba sisi ni haki ya Mungu. The Bible says. Biblia inasema. If your mouth shall confess. Ya kwamba mdomo wako ukikiri. That Jesus is Lord. Ya kwamba Yesu ni Bwana. And believe in your heart. Na uamini katika moyo wako. You shall be saved. Ya kwamba utaokolewa. For faith comes by hearing. Kwa maana imani huja kwa kusikia. And hearing by the word of God. Na kusikia kwa neno la Mungu. So when you hear the word. Kwa hivyo wakati unasikia neno. The word develops faith in you. Lile neno linaunda imani ndani yako. When faith develops in you. Na wakati imani imeumbika ndani yako. Out of abundance of the heart. Katika ule wingi wa moyo wako. The mouth confesses. Kinywa chako kitakiri.
Jesus is Lord. ya kwamba Yesu ni Bwana. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. And so the Bible says, Biblia inasema you shall receive peace utapata amani that the world can never give. ambayo ulimwengu hawezi peana. Salvation gives you peace. Wokovu unakupatia amani. You know, unajua the multitude sought for signs, miracles and wonders. Ile hali ya the multitude, the crowds. Watu walitaka kuona miujiza. Today there are no miracles. Leo hakuna miujiza. Because miracles will take you nowhere. Kwa sababu miujiza haitakupeleka mahali. You'll get what I'm saying. Unajua tumezoea hii injili ya miujiza, ishara, maajabu. What happened in the life of Jesus? Haya yalitendeka katika maisha ya Yesu. In the book of John chapter 6. Katika Yohana 6, people followed Jesus. Watu walimfuata Yesu. After eating bread and fishes. Wakati walikula mkate na samaki. And they showed a lot of concern. Na wakaonyesha ya kwamba wanahitaji sana. Like they were after Jesus. Ya kwa nikana namtaka Yesu. But Jesus, lakini Yesu was able to discern them. Aliweza kujua. And he told them, na akawaambia, you are not coming to me. Hamukuji kwangu because of the kingdom. Kwa sababu ya ufalme. But because you ate. Lakini kwa sababu mlikula. And you took fish and bread. Mlikula samaki na mkate. That's why you are following me. Ndipo sasa mnanifuata. But today, lakini leo, you gonna take my flesh. Utakula nyama zangu. For I am the bread of life. Kwa maana mimi ndiye mkate wa uzima. And whoever takes this bread, na mwenye yote atakula huu mkate, that has come from heaven, ambaye umetoka mbinguni, he shall not die. hata kufa. And whoever takes of my blood, yote atakunywa damu yangu. Whoever take of my blood, yote atakunywa damu yangu, he shall not die. hata kufa. Jesus, Yesu is a true meal. Anatuambia yeye ni chakula cha ukweli. Jesus, Yesu is a true drink. Yeye ndiye kinywaji cha ukweli. Jesus, Yesu is the bread of God. Yeye ndiye mkate wa Mungu. And he told them, na akawaeleza, your fathers in the wilderness ate manna and they died. Mababa zanyu pale katika jangwa walikula mkate na wakafa. But I have come. Nimekuja. I am the fallen bread. Mimi ndiye mkate ambao ulitoka juu. From the Father. Kutoka kwa Baba. I am the seed of the Father. Mimi ndiye mbegu ya Baba. I am the DNA of the Father. Mimi ndiye DNA ya Baba. And so I want to transform you. Nataka kukubadilisha. Yesterday you ate. Jana mlikula. It was an illustration of what happened in the wilderness. Ilikuwa hali ya kuonyesha vile kulifanyika katika jangwa. That they ate bread. Ya kwamba walikula mkate. That they died. Lakini wakafa. You ate bread and fish yesterday. Ya jana mlikula mkate na samaki. But you are hungry again. Lakini sasa mko na njaa. You want it again. You want it again. Mnaitaka tena. Multitudes are looking for signs, miracles and wonders. Umati unatafuta miujiza. But the Bible says, lakini Biblia inasema these signs, matendo, ishara hizi, these signs, ishara hizi and wonders, na miujiza, and miracles, na miujiza, casting out demons, kutoa mapepo, healing the sick, kuponya wagonjwa, speaking in tongues, kuongea na ndimi, sharafaru, itawafuata, sharafaru, si utawafuata. It's not that you sharafaru, si ati nyinyi msifuate, akaroro sharara, kabasa, but they sharafaru, nyinyi zitawafuata, those believe, wale ambao wanaamini in my name, katika jina langu, they shall cast out demons. watatoa mapepo. There is a super position in Christ than receiving a miracle. Pako na cheo cha juu kuliko kupata miujiza. Can you repeat that? Kuko na cheo cha juu katika miujiza. Rudia tena. Kuko na cheo cha juu zaidi kuliko miujiza. Rudia tena. Kuko na cheo kikuu zaidi kuliko miujiza. There is a superior position in Christ than receiving
a miracle. Kuna cheo kikuu zaidi katika Kristo kuliko kufanyiwa miujiza. And Jesus looked into them. Na Yesu akawaangalia. And he told them, na akawaambia, whatever you are looking for, chenye ambacho mnatafuta, it is temporal. Ni cha wakati huu tu. But what I'm giving you, chenye ninawapatia, it is eternal. Ni cha milele. It is eternal. 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 Cha milele. The world and the church of today has compromised. Ulimwengu na kanisa la leo umejichanganya because kwa sababu of the pressure of the multitude. Kwa sababu ya vile watu umati unataka. For multitudes are demanding a testimony. Kwa maana umati unatafuta ushuhuda. Show us that you are a man of God. Tuonyeshe kama wewe ni mtu wa Mungu. Show us that you are anointed. Tuonyeshe uko umetiliwa mafuta. Perform a miracle now. Tenda miujiza sasa. We will follow kingdom seekers. Tutafuata kingdom seekers. Show us a sign. Tuonyeshe ishara. And know that miracles cannot happen minus believing in the name of Jesus. Miujiza haiwezi tendeka bila kuamini Kristo Yesu. People are forced to worship idols. Watu wanalazimika kuabudu sanamu. And they are led into oppression of cult. Na wanaongozwa katika kuamini injili potovu. Because kwa sababu they are not responsible about their salvation. Kwa sababu hawahukumiki juu ya wokovu wao. Salvation is a personal responsibility. Wokovu ni jukumu lako. Never trust any man who's your spiritual life. Usiaminie mtu hali yako ya kiroho. But because the multitudes. Kwa sababu umati. But because the multitudes. Lakini kwa sababu umati. Want signs. Unataka miujiza na ishara. Things that are temporal. Mambo ambayo ni ya kuisha. And they are forgotten. Na yanasahaulika. The things that are eternal. Mambo ambayo ni ya milele. That's why we have lukewarm believers. Sasa tuko na watu ambao si moto na si baridi. And people who confess that they love God, but their walk does not portray their confession. Watu ambao wanakiri wanapenda Mungu, lakini mienendo yao inakataa. I know what I'm preaching. There's no many amens. Mimi najua cha ninasema, mwezi mkasema amen. But you shall know the truth. Lakini utajua ukweli. And the truth is Jesus. Na ukweli ni Yesu. And your life shall be free. Na utawekwa huru. Your life shall be free. Utawekwa huru. I will not promise you a testimony. Mimi sitahakikishia ushuhuda. And I will not promise you a miracle. Na sitahakikishia muujiza. Because as far as miracles are concerned, kwa sababu muujiza, provided miracles are concerned, mahali pote muujiza unahusika, the determinant factor is your faith. Ile hali ambayo inaleta muujiza ni imani yako. That's why this man went to Jesus. Ndiposa huyu mtu akaenda kwa Yesu. And he told him, na akamwambia, I brought my son to your disciples. Nililetea mwanangu wanafunzi wako to cast out this demon. Watoe hili pepo. But you are not able to. Lakini wakashindwa. And so master. Lakini master. Mkubwa. Have mercy on me. Nihurumie. Save my son. Okoa mtoto wangu. There is an evil demon. Kuna pepo mchafu. That throws him into the water. Ambaye anamrusha kwa maji. And sometimes into the fire. Na wakati mwingine kwa moto. And the Bible says immediately. Na inasema wakati huo that demon manifested. Hiyo pepo ikajionyesha na kujidhihirisha. And he threw the son down. Na akaangusha yule kijana. And the man said, na yule mtu akasema, this is how my son has been for so long. Hivyo ndivyo mtoto wangu amekuwa wakati mrefu. And Jesus na Yesu asked the man, akamuuliza, do you believe? Unaamini? Do you believe? Unaamini? Because kwa sababu nothing is impossible. Hakuna lisilowezekana to him that believes. Ni kwa yule ambaye anaamini. And the man said, mtu yule akasema, I believe Jesus. Ninaamini Yesu. But kindly, lakini nakuomba, help my unbelief. Nisaidie mahali sijaamini. Kodadabashanda. Perekoziaka. Help my unbelief. Nisaidie mahali sijaamini. Nejeteketie. Nimeamini. Ate daimona no umemwana. Ya kwamba hiyo pepo inaweza
inatoka na Yesu, lakini Yesu karaboshe dibaya ekezi na kugatere hivyo ni kusema kiama kia mwanayo muujiza wa huyu mtoto getiare na Yesu haikuwa na Yesu. kiama kia mwanayo Muujiza wa mtoto huu kiari na wete kivina wa goyaive ulikuwa na katika imani iliyo katika moyo wa baba yake. Sema tena ndio ifro. Muujiza wa huyu mtoto ulikuwa katika imani yenye ilikuwa katika moyo wa baba yake. And so, kwa hivyo Jesus Yesu wanted this man to cooperate. Alikuwa anataka washikane na huyu mtu. I will release. Aachilie. I will release. Nitaachilia. But you must prepare the crowd. Lakini lazima uandae ule umati. Crowd. Uandae ile nchi. Position. Uandae a place. Mahali. Where the miracle. Ambapo ule muujiza is going to happen. Utafanyikia. My goodness. Hey, hello. Hallelujah. Korada Chandra. Apostle, you know. Apostle, unajua. These cults are taking time outside the tents in the public teaching these people their doctrine. Hili injili potovu inafanywa dini. Those people of those religions. Watu wa hiyo dini za injili potovu. You know them. Mnawajua. You know them. Mnawajua. Lakini wanaweka mapaka masiba wanajaribu kueleza. Those most of them wanakuja na Quran na wanakuja na Bible. Wengine they come with Qurans and Bible. They are not ashamed. Hawana aibu. Recruiting people slowly. Wanaingiza watu in the kingdom of darkness. Pale katika ufalme wa giza. And to the diverted teachings. Na wanawaingiza katika mafundisho mapotovu. I'm calling upon the men of God. Naita watu wa Mungu. Let us raise the standard of our crusades. Tuinue kiwango cha injili zetu. Let us create enough time. Tuandae wakati mwafaka. Faith does not come through. Imani haikuji kwa kuongea na dini. Faith does not come through say you shall get your own car. Imani haikuji maana umeambiwa utapata gari. Faith in Christ Jesus. Imani ndani ya Kristo Yesu come through proclaiming. Inakuja kuhusu kukiri. Comes through proclaiming. Inaingia kwa kukiri. No, comes through declaring. Inakuja kwa kutangaza the risen Christ. Kristo ambaye alifufuka. And the blood of Jesus Christ. Damu ya Yesu. That is the only solution we have. Hiyo ndio suluhisho ambayo tuko nayo. We are tired of religion. Tumechoka na dini. This word carries power. Hii neno kuna nguvu. Now I feel I can make a lame walk here. Mimi najihisi ya kwamba naweza kufanya kiwete atembee. I feel I need a sick person here. Mimi nahitaji mtu aliye mahali hapa. Because the word defends itself. Kwa sababu neno linajitetea lenyewe. Unamaliza. Neno linajitetea lenyewe. The word defends itself. Neno linajitetea lenyewe. He says thank you Jesus. Sema Yesu, asante Yesu. Somebody say thank you Jesus. Mtu mmoja asema asante Yesu. And so these people, kwa hivyo umati huu na watu hawa, they said, is this not Jesus? Si huyu ni Yesu, the son of Joseph, ambaye ni mwana wa Yusufu, the carpenter, ambaye ni seremala. But the one that is said, lakini neno alilosema, the one who said, mwenye alisema, I am the bread, mimi ndiye mkate, was not Jesus. Was not Jesus. Hakuwa Yesu. It was Christ. Ni Kristo. Jesus was limited as human. Yesu alikuwa na mipaka kama mwanadamu. But Christ. Lakini Kristo. Christ. Kristo. Christ. Kristo. Christ. Kristo. Christ. Kristo. The deity of God. Yeye ni mfano wa Mungu. Yeye ambaye ni Mungu. He said if you take me, akasema ukinila, you have life. Uko na uhai. And he walked among them. Na akatembea katikati yao.
But Jesus lakini Yesu could not fit every heart. Hangetoshekea katika moyo wote. And he purposed to go back to the Father. Na akakata kauli ya kurudi kwa Baba. So that he can send the Holy Spirit. Ili akaweza kutoa Mtakatifu. So that when you are in Christ in Kitengela. Ili ukiwa ndani ya Kristo katika Kitengela. Another one in Kakamega. Na mwingine ako Kakamega. The same Spirit. Ule roho moja of Jesus Christ. Wa Yesu Kristo. Making us to be one. Atutufanya kuwa mmoja. One body. Anatufanya mwili mmoja. One faith. Anatufanya imani moja. Baptism. Anatufanya ubatizo mmoja. Confession. Anatufanya tukiri kwa umoja. And so, kwa hivyo, we shall not be threatened. Kwa hivyo, hatutatishwa. Hatutatishwa. We are going to proclaim. Tutatangaza the gospel. Injili. Of the risen Christ. Ya Kristo aliyefufuka. In seasons. Wakati wa majira. And out of season. Wakati usio wa majira. Seek ye first. Tafuta ufalme. The kingdom of God. Tafuta ufalme. And the rest. Na mambo haya shall be added unto you. Ongezewa kwa. Unataka muujiza. Seek ye first. Tafuta ufalme. The kingdom of God. Ufalme wa Mungu kwanza. Seek ye first. Tafuta ufalme wa The kingdom of God. Ufalme wa Mungu kwanza. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. Tafuta ufalme wa Mungu kwanza. The rest. Na mambo haya mengine shall be added. Yataongezewa. The goodness of the Lord shall lead you to repentance. Wema wa Bwana utakuleta katika wokovu, toba. Seek the Lord. Tafuta Mungu. Forsake your ways. Acha njia zako. And receive his mercies. Na upokee rehema zake. Seek the Lord. Tafuta Bwana. Forsake your ways. Acha njia zako. And receive na upokee his mercies. rehema zake. Salvation is a gift of God's grace. Wokovu ni zawadi ya Bwana, ni zawadi ya neema ya Bwana. And so works is an outcome of the complete work of Jesus in our hearts. Kazi ni matokeo. Ni matokeo ya kazi iliyokamilika ya Yesu Kristo ndani yetu. Hallelujah. Hallelujah. Hebu songeni sasa, songeni. Come closer. Shadabada. They are remnants. Kuna wale mabaki. According to the election of grace. Kupitia kwa uchaguzi wa neema. And God is going to appoint great men in this land. Mungu atainua watu wakuu katika nchi hii. Apostle is one of them. Apostle ni mmoja wao. My interpreter is the second of them. Mkalimani ni mwingine. Pastor Davis is another one of them. Pastor Davis ni mwingine. I am amongst them. Mimi niko pamoja na wao. And we are proclaiming Jesus. Na tunatangaza Kristo. Christ. Kristo. We are guaranteed eternal life. Tunawahakikishia milele. But it starts at the point of conversion. Lakini inaanzia mahali unapobadilikia. Eternal life. Uzima wa milele starts at the point of conversion. Inaanza mahali unapobadilikia. If you don't convert your ways, kama utabadilisha mienendo yako, forget about eternal life. Usahau uzima wa milele. Salvation is not general. Wokovu si wa kawaida tu. It's not general. Si ya umma. Wokovu si wa umma. It is personal. Ni binafsi. It is personal. Ni wa kibinafsi. It is personal. Ni wa kibinafsi. And so eternal lives. Kwa hivyo uzima wa milele starts at the point of conversion. Unaanza mahali unapobadilikia. But people don't want to change. Lakini hawataki kubadilika. We bring the gospel. Tunaleta injili. We will never judge you. Hatutakuhukumu. But hearing. Lakini kusikia. It were better that you could not have heard. Ni vizuri kama hungesikia. Ni vizuri kama hungejua haya ambayo umejua sasa. But now you have known. Lakini sasa umejua. We have Christ. Tuko na Kristo as our present possession. Ambaye ni cheo chetu cha wakati huu. So we have a position in Christ Jesus. Tuko na cheo ndani ya Kristo Yesu. You need a position in Christ. Taji cheo ndani ya Kristo. He says,
I am going to my father. Mimi narudi kwa baba yangu. To make mansions for you. Kuwajengea nyumba. And when I complete, na nikimaliza, I'll come for you. Nitawakujia. What did Jesus mean? Yesu alimaanisha nini? How can you create a mansion in a house? Unawezaje kutengeneza jumba ndani ya nyumba? It is impossible. Haiwezekani. He meant as I'm going to my father. Alimaanisha ninaporudi kwa baba, who is your father, ambaye ni baba wako pia. I'm going to create a position for everyone who believes in my name. Nitatengeneza cheo kwa kila yeyote yule ambaye ataamini jina langu. That's why. Na ndiposa I am born again. Nimeokolewa. She is born again. Nimeokolewa. He is born again. Ameokolewa. He is born again. Ameokolewa. We occupy a position in Christ. Tunachukua nafasi na cheo katika Kristo. Si nyumba ya dhahabu. Sio nyumba za dhahabu. Hakuna kitu kama hiyo. It is a position. Ni cheo. The Bible says. Biblia inasema. He told them. Akawaelezea. I'll live for now. Nitawaacha sasa. Mary Thomas could not believe. Lakini Thomas hangeamini. When Jesus resurrected. Wakati Kristo alifufuka. Mary want to touch. Mariamu alienda kumgusa. Jesus told her. Yesu akamwambia. Don't touch me. Usiniguse. Because I have not gone to my father. Maana sijarejea kwa baba. Who is your father? Ambaye ni baba yako. That means. Hivyo ni kusema. Before Jesus came back to the disciples. Kabla Yesu arudi kwa wanafunzi. With the immortal body. Na ile mwili ambao huwezi kukufa. He had taken a sacrifice of his blood to the Father. Alikuwa amepeleka sadaka ya damu yake kwa baba. Exactly. Amen. In the Old Testament, katika Agano la Kale, you could not touch a priest. Haugegusa kuhani mkuu with the priestly gowns. Ambaye angekuwa na mavazi yale ya ukuhani. Because you could have shared their righteousness. Kwa sababu ungeharibu utakatifu wao. Ungeshiriki. Kwa sababu ungeshiriki utakatifu wao. And so now Christ. Lakini sasa Kristo. Because he had ordered his body. Kwa sababu alipeana mwili wake. And the blood was shed. Na damu ikamwagika. He took the blood to the Father. Akapelekea damu yake kwa baba. And he bought us. Na akatununua. I am bought at a price. Nimenunuliwa. I am very expensive. Mimi ni wa dhamana. I no longer live. Mimi siishi tena. Christ in me. Kristo anaishi ndani. Mimi naishi tena. But Christ. Lakini Kristo. And so I can do all things. Kwa hivyo naweza fanya yote. Kupitia Kristo. Who has given me a position. Ambaye amenipatia cheo. In my Father's house. Katika nyumba ya baba yangu. He has given us a position. Ametupatia cheo. In our Father's house. And he told Mary. Go to the disciples. Nenda wanafunzi. And tell them. Na uwaelezee. I am risen. Mimi nimefufuka. I'm no longer dead. Mimi and I'm going to my Father. Tena. Lakini the Bible says that evening jioni hiyo he came where they were closed in the house. Akaingia wakati walipokuwa wamefunga milango, akaingia. He did not knock. Hakukubisha. He appeared. Aliingia tu. And he told them. Na akaelezea. Peace be to you. Amani na iwe kwenu. The Bible says. Biblia inasema. He breathed to them. Akawatolea pumzi yake. And he told them. Akawaelezea. Receive pokeeni the Holy Spirit. Roho Mtakatifu. The Bible says. Biblia inasema. The Spirit shall come upon you. Roho atakuja juu yenu. And you shall be my witnesses. Na mtakuwa mashahidi wangu. In Samaria. Katika Samaria. In Kajiado. Katika Kajiado. In Kitengela. Katika Kitengela. In every part of the world. Katika ulimwengu wote. And he told them. Akaelezea. Preach the gospel of the kingdom. Hubiri injili ya ufalme. Jesus is coming again. Yesu anarudi tena. You need to surrender your life to Jesus. Peana maisha yako kwa Yesu. Your life is not your own. Maisha yako sio yako. Your life is of Christ. Maisha yako yamemilikiwa na Kristo. Stop joking around with your life. Wacha kucheza na maisha yako. Your life is not your life. Haujamiliki maisha yako. Your life is of God. Maisha yako yamemilikiwa na Mungu. And through the Holy Spirit. Na kupitia kwa Kristo, kwa Yeye received him. ambaye alimpokea. The Bible says. Biblia inasema he has made us. Ametufanya the temples
of the Holy Spirit. hekalu la Roho Mtakatifu. We are the temples. Sisi ni hekalu. I am a temple. Mimi ni hekalu. He lives in me. Anaishi ndani yangu. I am the house of God. Mimi ni nyumba ya Bwana. I am his dwelling place. I am his dwelling place. I am his dwelling place. Mimi ndiye makao yake. I am his dwelling place. Mimi ndiye makao yake. He is my father. Yeye ndiye baba yangu. I am his son. Mimi ni mtoto wake. My God. We are granted eternal life. Tumepewa uzima wa milele. So we have passed death. Tumeondokea kifo. He that believes yeyote atakayeamini in the Son katika Mwana has eternal life. ako na uzima wa milele. That is John 3:26. Hiyo ni Yohana 3:26. He yeyote that believes ambaye ameamini in the Son katika Mwana has eternal life. ako na uzima wa milele. He yeyote that believes ambaye anaamini in the Son of God katika love me from today nisaidie kuanzia leo to walk a life. Hebu fugeni macho nyote. Weka mikono chini. All of you close your eyes, put your hands down. If you are there and you want to give your life to Kama uko Jesus, mahali pale nataka kujisalimisha kwa Kristo. this thing is not forceful. Hii jambo si la kulazimishwa. It is a willing heart. Hii ni ya kujitolea. Just lift your hand wherever you are. Inua mkono wako mahali pote ulipo. Don't fear anybody. Usiogope yeyote. Just lift your hand. Inua mkono wako. Just lift your hand. Inua mkono wako. I wish I have ushers who can assist. Just lift your hand. Inua mkono wako. Just lift your hand. Inua mkono wako. Wherever you are. Mahali pote ulipo. If you want to give your life to Jesus, kama nataka kujisalimisha kwa Kristo, just lift your hand. Inua mikono yako. Just lift your hand. Inua mkono wako. Wherever you are. Mahali pote ulipo. Wherever you are. Mahali popote ulipo. Lift your hand. Inua mkono wako. Lift your hand. Inua mkono wako. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Njoo kwake Yesu uokolewe. Yesu ni daraja ya kuvuka mto. Ukitaka kuona mambo ya pili, njoo kwake Yesu uokolewe. Njoo kwake Yesu uokolewe. Yesu ni daraja ya kuvuka mto. Ukitaka kuona mambo ya pili, njoo kwake Yesu. Sema njoo kwake Yesu uokolewe. Yesu ni daraja ya kuvuka mto. Ukitaka kuona mambo ya pili, njoo kwake Yesu uokolewe. So I want to call Daktari kindly. Kwa hivyo nataka kumuita Daktari Apostle. Nisaidie kutoka hapo. So that he can help me from there. Amen. Nimesikia kwa moyo wangu ya kwamba kuna watu Mungu anaita, just come to Jesus. Wacha kukubalisha that situation speaking to your heart. Watu wa available, please. Oh Jesus. Nisaidie. Kwamba you are there, you want to commit. Ulirudi nyuma, uli backslide. This is our last day to be here. Jana kuliokoka watu 5, juzi kuliokoka watu 4. Na leo tuna 3. Are you there? Tupige Yesu makofi mazuri. They are coming to Jesus. They are coming to Jesus. Hallelujah. Tupige makofi mazuri. Pigia Bwana makofi. Wana kama they are coming. Just come. Just come. Wacha kuangalia marafiki zako. Wacha kuangalia watu wale wengine. Tumwendea Yesu kwa kusafi na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Viwe safi kuwa nyeupe mno, imeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa
Siku ya leo ninakata kauli ya kuokoka na kukufuata Yesu. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti, uliandike kwa kitabu cha uzima. Leo hii nimeokoka, ya kale yameisha. Nijaze na Roho wako Mtakatifu, nijaze na Roho wako Mtakatifu, na kutoka siku ya leo mimi ni kiumbe kipya, ya kale yameisha. Jesus, inua mikono yako nikwambie, tuombee wapendwa hawa. Ninaachilia neema ya Bwana, ninaachilia nguvu za msalaba, ninaachilia nguvu za Yesu. Sharabaganda ribabusi karababusa, sharabaganda ribabusi, rikabayata baganda riba, shata baganda baganda baganda, shata baganda bayata baganda riba, shata baganda bazuka rababusi, shata baganda bayata baganda riba, shata baganda bazuka riba. Ujazi, 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 raka mazuka ribadozi, rika marata baganda. Natangaza ujazo, natangaza ujazo, natangaza ujazo, natangaza ujazo. Shata bakanda bayanda, rika bayata bakanda bazuka. Natangaza ushindi wa Bwana, natangaza ukuu wa Mungu. Baba mwanana, nikitaka kuomba na watu ambao unasikia wewe ni mgonjwa, I want to pray with you. Nimalize na wewe kutoka siku ya leo. Na kama kuna kitu unahitaji kwa haraka, katika jina la Yesu. Maana kuna kazi nataka kufanya, Nairobi katika uwanja huu, katika jina la Yesu. Kifika hapa inua tu mikono yako mbele za Bwana. Whatever you need, may God meet your need today. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Reka bayata bakanda bazuka. Shurubina mamba. Sharabaganda rababuzi. Sharabaganda. Kila milango imefungika ikafunguke. Kila njia zimefungika zikafunguke. Shurubina mazuka rababuzi. Shurubina mayata baganda riba. May God intervene to your matter. May God intervene to your cause. Shata baganda ribabuzari. Shurubina maganda rababuzi. Yaka rabaganda ribabuzi. Oh my Father, wakati mkaba juu ya madhabahu, Sharabaganda riba. In the mighty name of Jesus. Oh God Almighty. Oh God. Umetuambia jibu lote liko kwako. And that's why your servant, my God. Shata baganda bayanda baganda. It is done. It is done. It is done. It is done through Christ. 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 Remember my own baganda rabos. Hey, shut up, baganda. Right up, bayataba. In the mighty name of Jesus. Remember the victory of your children. Mary unafanya kazi. Oh God.
Because of your humanity and the position that you are in the government of Kenya, I speak favor. I speak breakthrough. Biblia inasema wote watanyenyekea. Ni watu wengi hata hawana vitu, hawana mahali pa kukaa, wanakaa nyumba za kukoboa, hawana kazi, lakini hata wakutokea hapa. But because of the position that you have in the Republic of Kenya, na hukuona hii yote, may the Lord meet you in the desire of your heart. Na hata hizi nyumba zikakamilike katika jina la Yesu. Remazoka rababoze karaba yanda baganda. Sharabena mazeka rababoze. Sharabakanda mazeka rababoze. Sharabena mazoka rababoze karama yanda ba. Sharabena mazoka rababoze. May the Lord fight all your battles in the name of Jesus. Sharabena. Na watu Mungu akupaguza machozi. Hautalia tena. Make a wipe your tears. Umefika mwisho. But mwisho mwanadamu ni mwanzo wa Mungu. Sharabakanda mazoka rababoze. Sharabena mazoka rababoze tabahanda. Sharabakanda mazoka rababoze. Let the Lord fight all your battles. Let the Lord fight all your battles. Mwadara besi kidogo. Hiyo besi ni mingi sana. Sharabakanda mazeka rababoze. Nimetangaza ushindi wa Bwana. Nimetangaza ukuu wa Mungu. Nimetangaza fadhili za Bwana. Sharabena maganda rababoze. Wacha Mungu akutane na mahitaji yako katika huu mkutano. Wacha Mungu akupanguze machozi. Let Lord lean upon your life. Let God lean upon your life. Nirudishie mahali mlikuwa mmeweka tayari kidogo. Raka na yata baganda rababoze. Shiribina mazoka rababoze. Reka na yata baganda ribaboze. Sharabaganda rababoze. Sharabakanda mazeka. Sharabayata baganda ribaboze. Shiribina mazoka rababoze. Shiribina mazoka rababoze. Yakarabaganda rababoze. Yakarabaganda ribaboze. Yakarabaganda ribaboze. Natengeneza vyombo because ya kwamba kuna kazi tunataka kufanya hapa. Na tunaomba Bwana wa majeshi akaweza kujitukuza. Tunaomba Bwana wa majeshi akaweza kujidhihirisha. Yakarabaganda ribaboze. Yakarabaganda ribaboze. Yakarabaganda rimahata rababoze. Yakarabaganda. Tunutu mikono yetu mbele za Bwana. Bwana, our life will never be the same again. My life will never be the same again. Ribana maganda rababozai. Yakarabaganda rababoze karababozai. Yakarabaganda rababoze kariba. Shiribina maganda ribaboze. Yakarabaganda ribahata. Yakarabaganda ribaze karababoze. Shiribina maganda riba. Wazee wa mji wakaenda wakamkuta Elisha. Wakamwambia this word is well sustained. But inazaa mapao za Bwana. Tunakuja kuombea mji wa Kitengela. Nisaidie kuombea mji huu. Nisaidie kuombea wanabiashara. Nisaidie kuombea makanisa. Nisaidie kuombea hii mchanga. Uache kutapika watu wa Kitengela. Uache kutapika makanisa. Yakaribuna maganda riba. Shata baganda rabaganda. Rata mayata baganda riba. Yakarabaganda riba. Shata baganda mayata baganda. Rata mayata baganda riba. Yakarabaganda katika mchanga. Baba tumekuja
maji kama huu. Wachungaji wako wapi? Simekuwa na ufunuo, sio lazima watu mwili wajute. Unajua kile unahitaji kufanya. Basi unajua the jute.
Kanisa la Marizani wengine wanatoa nyimbo ya Marizani wengine wanafanya mambo ya Marizani wengine tunatangaza Jehova kila mfalme umejisimamisha uweze kumaliza kazi ya Bwana. Haya madhabahu yote tunaihamasisha, haya madhabahu yote tunainua mji, kila madhabahu inainuliwa ya kumaliza mwili wa Kristo, ya kupigana na watu wa Kitengela. Tunaimaliza siku ya leo, tunaiangusha siku ya leo, tunaiasabatisha siku ya leo. Yakarabana makadariba, yakarabana rababuzi, yakarabana rababuzi, shatabayata makadariba, yakarabana rababuzi, hebu nisikilize. Kuna mchungaji rafiki yangu alikufa siku ya kulikuwa lini? Wednesday. Kulikuwa Wednesday. Alimaliza kuhubiri mahali kunaitwa Orukarao, mahali kunaitwa Kariam. Ni mchungaji mnamjua sana. Ameshakuja kuhubiri mpaka hapa Kitengela. Amekuwa mwalimu wangu wa theology. Amekuwa mwalimu wa Assemblies University, East University. Amekuwa lecturer. Wakati alimaliza kuhubiri tu jioni, tunamzika rasmi. Kumaliza tu mkutano hivi akakufa. Hakuna kitu alifanyika, hakuna kurojeka alikojeka. Alimaliza meeting akaikia akakufa na akasaulika. Tunatangaza hakuna mchungaji atakufa. In the name of Jesus. Hata kama wanapinga maisha yako. Yes. Because that is a spiritual war. Yes. Because kuwezi ukamaliza crusade. And Bishop, kama unahubiri mpaka dunia ishe tukuache, baadaye ukuja na wale watakuja baadaye. Hapa sasa mimi na wale wengine tunatangaza hatutauliwa. Tunaweza kutangaza hicho. Kama uchungu huyo mchungaji because ya kwamba wakati alikuja mikononi mwangu tukaenda mpaka Fagaria tukahubiri Injili. Nikamwambia kwamba you have apostolic ministry. Ndiye ameikia Nyandarua, akaniambia man of God. Maana nimetoka Nyandarua, wewe umetoka katika miji. Mimi nimerudi katika kule mashinani. Akaanza kufungua kanisa moja kwa wiki. Wakati wa kumaliza ibada jioni, itotoka waliongea na mke wake, within no time he was normal. Tunatangaza hakuna mchungaji atakufa. In the name of Jesus. Tunatangaza uvira hakuna mchungaji atakufa. Tunatangaza uvira hakuna mchungaji atakufa. Tunatangaza Kiambaa hakuna mchungaji atakufa. Tunatangaza Kenya hakuna mchungaji atakufa. In the name of Jesus. Ushirikina unafanyika. Tumeambiwa na Yesu. Na rababose taba. Sema utaishi kutangaza matendo yako. Utaishi kutangaza. Wekelea kichwa mkono wako kwa kichwa. Utaishi kutangaza matendo yako. Biblia inasema in the book of Numbers 22:22. Kama maisha ya dunia and the things of God. Prophesy to yourself. We shall live to increase. The grace of the Lord. Wanatusikia wakiwa diaspora. Tunatangaza makurudisho yanda bashira ndani ya Jeneza. Wale waliogava, wale walio South Africa, wale walio West Africa, wale walio East Africa, wale walio North Africa, watarejeshwa Kenya ndani ya Jeneza. Sisi na wazazi wanalia, wamerejeshwa watoto wakiwa ndani ya Jeneza. Tunatangaza maito, watu wetu watarejeshwa Kenya wakiwa ndani ya Jeneza. Yes. Nitakaribisha wachungaji hapa kwa madhabahu. Bashata yona.
katika jina la Yesu Kristo. Maombi ya pamoja, maombi ya pamoja, maombi ya pamoja. Hakuna mtu mmoja yote atarejeshwa nyumbani akikufa kabla ya wakati wake. Hautafunga biashara Kitengela urudi nyumbani. Hatutafunga makanisa na kusudia wote wanadamu watatumia juu ya maisha yetu. Kama yata magana riba yata magana rabozi yata magana mayata magana shata magana rabozi yata magana rabozi yata rabozi yata magana rabozi kawama magana rabozi Ribazuka rababozi kawata maganda rabahanda Shurubina maganda rababozi Shurubina maganda rababozi Raka mayata maganda Rika mayata maganda rababozi. Uone neema ilifanyika the last time when we worked together as a teamwork. And I believe there's some grace and much grace na ile tulitumia wakati mwingine kanisa, hata kama tumechelewa ni kumaliza tumemaliza, lakini naamini ya kwamba Mungu ataweza kujitukuza. Nilikuwa nataka tu Pastor Amina atuongoze kwa maombi, akiomba vile Mungu atamuongoza baadaye ya kwamba tutamwaga mafuta pamoja kama watumishi wa Bwana. Na naamini jambo moja ya kwamba in a corporate prayer there is something great will happen in our time, in our season. And I believe even right now ya kwamba Mungu atawapigania na atasimama nanyi, na kila ufalme na kila madhabahu yanainuliwa. Leo katika ibada ya kwetu tunafundisha about the destiny killer and the destiny destroyer. Na la mwisho mimi nilifundisha mambo mengi, nilisema ya kwamba fighting unknown altars, ya kwamba battle of unknown altars that fight against the men and the women of God. Unajikuta in a situation you are not understanding what is happening. Unajikuta ya kwamba hausongi, hauendelei, hausimami. Huyo mtumishi wa Bwana nakwambia ya kwamba alikuwa na maono makubwa ya taifa la Kenya, lakini alimaliza mkutano na akaaga. Ambayo nitaenda kupumzisha siku ya Thursday. Wakati ya kwamba nimeambia kuna mchungaji mmoja wa Meru, we'll be together there. Na tunaamini ya kwamba Mungu atatenda. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Hallelujah. Sisi tuko ndani ya Yesu na Emmanuel ndiye Mungu ambaye ako pamoja nasi na ametuketisha pamoja na Kristo katika kiti cha enzi to take dominion. Tumenenewa neno la leo ya kwamba imani ambayo itaponya iko ndani yetu, na we are not going to pursue miracles but they should follow us. As we make this prayer, we are not making it without being conscious of who we are. Sisi ni wafalme pamoja na Kristo, na kazi ya wafalme is to tawala. As we are going to make this decrees and anointing and under the knowledge of the word of God and the provisions therein, there is going to be a shake-up in Jesus' name. Biblia inasema kwamba God is not only going to shake the heaven, but the heaven and the earth again. The prayer we are going to make right now, there is a shift that is going to take place. Yes. In the name of Jesus. Amen. Kwa maana tumepatiwa mamlaka na uweza. Yes. And we are the voice of Jesus in our generation now. Yes. We are the ambassadors of Christ. Oh, Jesus. And we speak in that authority. Yes. Sakapakora dibataresha. Every legal ground. Yes. Ambayo ilikuwa inasababisha. Yes. Wale waovu na uovu wao. Yes. Waweza kuadhiri Kitengela. Leo tunaomba hiyo legal ground. Yes. Kwa sababu of our repentance. We repent now. Wale waliotafuta kuwaua walikuwa hapa Kitengela. Baba, we repent. We denounce every legal ground that could have given the devil just to oppress Kitengela. Yes, Lord. We denounce it this evening.
Yesu. Tunatubu na kukiri Yesu. Our Father. Yesu. Umwagikaji wa damu umejaa Kitengela. Our Father. Yesu. Kristo aliye ndani yetu. Anakuita Abba Father. Abba Father. Anakulilia Abba Father. Tunakuita Abba Father. Ya kilio chetu. Sikia Kristo msalabani. Anasema Masabakapani. Have you forsaken me? Tunatubu sasa right now. Kazi ya msalaba. Kristo alifanya. We receive it today. We receive it now. Jesus. Over Kitengela. His name. Yes, our name. Yes, intercession. Yes, before God for us. She is a mourning and groaning. Yes, cannot be understood by man. Yes, now we receive. Oh God, tunapokea. Yes, jawabu ya maombi. Yes, mambo na Holy Spirit. She's in the presence of God. Yes, the Bible says, overcome the devil. Yes, by the blood of the Lamb. Jesus, and the testimony of your tongues. As we are praying now. Yes, we overcome you, devil. We overcome you, devil. Jesus, we overcome you, devil. Jesus, devil of bloodshed. The devil of iniquity. Jesus, we overcome you now. Jesus, we overcome you now. Jesus, the blood of the Lamb. Jesus, the name of Jesus. Amen. Bwana, manukato wa Kitengela. Yesu, imekuwa imeoza. Lakini bado leo. Neno limesema umetufanya manukato. Na kwa sababu sisi ndio manukato, mbali ya upako kupita kwa Kristo, anga itakasike. Iwe na manukato mema. Iwe na manukato mema. Shatatatata. Tunatoa harufu mbaya Bwana. Tunaomba harufu mbaya Jehova ndani ya familia zetu, ndani ya personal lives, ndani ya huduma zetu, na ndani ya biashara hizi. Mchanga ya Kitengela tunakombolea harufu mbaya inayovutia hukumu, inayovutia mateso, anakokubaliwa na huku ndani ya madhabahu haya. Manukato inabadilika Bwana. Jipogadia gabia gabrata sundre behede. Nasikia Roho wa Bwana akiongea ndani yangu. Anasema niseme haya maneno. Aya mzekeshievre kabando wa sitadodiba. Jicho langu la neema na rehema linawaangalia wanangu. Yabai ya kabisa riande buhotodia. Ninasikia sauti inasema, jicho langu la neema na sikio langu linawategea. Yabagabisi ridahani ya bahotoda. Nasikia sauti inaniambia niseme hivi, mkono wangu wa rehema utanyoka juu yenu, na nitajionyesha nikiwa imara, na nitajionyesha nikiwa Mungu. Yagadia saramba katoza na kapayati dasadi bahoda. Na kwa maana mjaona aibu ya kutangaza ukweli wangu, na mimi sitaona aibu nikikuja kuheshimisha jina langu katikati ya wanangu. Shadudu baba regadagadozi baba. We give you glory Jesus. Oh my Father, tumia mikono yetu in the mighty name of Jesus. Ramayanda baganda ribabozi reka mayata baganda ba. Na sasa tunapomaliza mkutano huu, tunaweka Kitengela wakfu, tunaweka Kitengela wakfu, tunanyamazisha ufalme wote, tunanyamazisha utawala mwingine wote. Kitengela belong to Jesus. Biashara zetu zinanawili, ndoa zetu
itasimama, watoto wetu watasoma, milango ya baraka itafunguka, tutabarikiwa mijini na mashambani, tutabarikiwa hapo tuamkapo tuondokapo, tutabarikiwa hapo tunaposimama. Tunatangaza siku ya leo, madhabahu ya Kingdom Singers Glorious, Bwana ata-establish this land in the mighty name of Jesus. Na tunatangaza leo, tunaachilia mafuta mabichi. Sharabaganda ribabozi, Yakobo Mungu ameachilia neema, Mungu ameachilia neema, Mungu ameachilia neema, Mungu ameachilia neema, manabii Mungu ameachilia neema, wachungaji Mungu ameachilia neema, waimbaji Mungu ameachilia neema, waombezi Mungu ameachilia neema, kila mmoja Mungu ameachilia neema, kwa biashara ameachilia neema. Rinayala maganda rababozi, yekerabela maganda rababozi, yekarabaganda rababozai, yekarabaganda rababozeka, yekarabaganda rababozeka, yekarabaganda rababozai. Tunaposhikania hii mafuta kama watumishi wa Bwana, tunatangaza neema katika mji na tunaweka mji wako wazi ya siku ya leo. Kitendo kimesema tena, washirika watakuwa wanasema tena, maisha yenu na ndoa zenu. Na sasa tunafungulisha mji na tunaweka wakfu, tunaweka wakfu watumishi wa Bwana, tunaweka wakfu kuanzia siku ya leo katika jina la Baba. Inua mikono yako, piga shangwe.
Ambia mwingine kwa Yesu ni raha. Kwa Yesu ni raha. Hawishi kama najua hiyo wimbo, acha nichezee Yesu. Inaimba kwaje? Niacheni yule wa Tanzania hanaga mkono. Niacheni msinishike nimchezee Bwana. Niacheni msinishike nimchezee Mungu. Niacheni msinishike nimchezee Bwana. Niacheni msimshike nimchezee Mungu. Acheni mambo kwa Yesu. Haleluya, piga Bwana shangwe. Tunasema haleluya 1 2 3 7 tumalize mkutano. Haleluya. Amen. Lazima tusipoe ulimwengu wa kiroho. Lazima tusipoe ulimwengu wa kiroho. Jesus. We worship you. Glory, Lord. Oh, this is your glory, Lord. Yes, Jesus. Everybody just lift your hands in his presence as you thank him. We give you praise, we give you praise, we give you praise, we give you praise. You are so amazing. We lift your name, our God. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Lord, our God. You are lifted in this place. You are lifted in the together. We worship you for your altar. We give you praise. We exalt. We worship your holy name. Ajabu, wewe wa ajabu. Somebody just lift your hand. Ajabu,
The presence of God is in this place. Thank you, Lord. Tunanyenyekea mbele ya uso wako, tunanyenyekea mbele ya macho yako, tunanyenyekea mikononi mwako Mungu, because all this is your doing and it is marvelous in our eyes. Father, we give you praise, we give you adoration. Ninashukuru kwa kila mmoja amehudhuria hii kutoka siku ya Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tunaona ushindi wa Bwana. Wale wote wametoa mali zao, wale wote wamepeana hema, wale kama Farid TV wamepeana life body na vitu vyote mnaziona hapa TV. Hakuna kitu tunatoa even a single cent. Yakoba kutoka wakati tuliona mahali hapa na wafanyakazi wao wote, hakuna kitu tunagharimikia. They give full of chance. God bless you so much. Watu wetu wa diaspora, Gulf na Korokote, may God bless you so much. Police officer, DU, administration, police, Kenya police, everyone, God bless you so much. Na Mungu akaweza kuwatendea mema. Wachungaji wote, waibaji, naweza kosa kukufikia, but may God ambaye anaona siri aweze kukubariki. Wale walitukodisha hii hema, Mungu akawabariki, akawatendea mema. Kuna zaidi ya pesa. Hata kama tumewapatia pesa, kuna baraka tunena juu yenu. Kwa maana kujipeana, kujitoa, may God bless you so much. Tell your neighbor, may the Lord bless you. Mwambie Mungu akubariki sana, hata kwa ajili ya kukuja. Wachungaji wote, God bless you so much. Waibaji, God bless you so much. Tunawakaribisha ibada kutoka siku ya kesho kwetu kanisani. Wiki hii tutakuwa na lunch hour za baraka, ambazo tuko na watumishi wengine wako hapa na tutakuwa pale. Tunawakaribisha kutoka saa 6:45 mpaka saa 8. Tutakuwa na ibada pale kanisani, iko nyuma ya Eastmart, Kingdom Seekers Glorious. Utaipata hapo kushikana na hoteli ya Ninmo. Utaipata kuna bana kubwa mahali pale. Tuko na lunch hour Friday, tuko na kesha kubwa. Don't miss Friday kesha. Na maamini ya kwamba you arrive will never be the same again. Tunawakaribisha mkutano mwingine wa crusade pale karibu na Eastmart. Hapo ndio tutakuwa na crusade ya next month, na hizo crusade zote tutafanyia hapo, na kuna zingine za kila Wednesday tunaitaga worship experience. Ukiona hii street worship kila Wednesday kutoka saa 10 mpaka saa 1 na kitu. Mahali utakuta hizi gari zimeandikwa Kingdom Seekers Glorious, ya kwamba tuko mahali pale every Wednesday afternoon, na nashukuru Bwana kwa ajili ya wema wake na fadhili zake. Ukihitaji deliverance, tunakuwa na deliverance every Thursday, na Mungu akaweza kuwabariki. Na kesha every Friday, don't miss kesha every Friday. God bless you so much. Imeisha tu hivyo, mwambie tu imeisha, imeisha hivyo hiyo crusade. Si toka na muujiza wako hapa na kibali cha Bwana, maana tuliambiwa mioyo yetu ndio inategemea kama kuna miracle. Hiyo injili ndio tunahitaji siku hizi. Bwana apokee sifa sana. Sikuambia you are Nissan, eda hii useme you possess this. Audio utajua Kevin alikuwa naenda Matthew at kitabu. Lazima arudishe Nissan ikiwa sawa. God bless you so much. Farid TV, God bless you so much. Wapendwa wetu wa Moroto FM, tukutane katika Moroto FM siku ya Wednesday jioni kutoka masaa ya saa 3 mpaka saa 6 usiku. Mungu akitujalia, I know mmeona timu yetu si ya kuangusha. Tukikuja na wao kesha Friday, tuna worship, tuna praise na ninahubiri. Ibada yote inakamilika kwa sifa na utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Yakoba, mahali popote wale wote wamesimama nasi. Nilikuja hapa nikakuta magari imepangwa laini mpaka nikaona magari. Inua mkono wako, mwambie Mungu ni asante kunipatia gari. Hata kama ni tuo tu, haikunyagi mafuta,
na imesimama kutoka saa asubuhi mpaka saa hii, na zile zingine zimezimwa hii chini, yako haijazimwa. Appreciate yourself because of that. Yako haijazimwa, hizi zingine zote zimezimwa. You are blessed of the Lord. Hata kusimama hiyo masaa yote, abia mwingine tukutane kesho Ranchawa, na utabarikiwa sana na Mungu atakutendea mema. Wiki hii ukaribisha yule mwingine katika Ranchawa, mwambie wiki hii ni Aquarius. Wiki hii usimiss Ranchawa. Tell your neighbor, don't miss this Ranchawa, because itakuwa wiki ya baraka, wiki ya ushindi ambazo tunaweka wakfu mambo yote tumekuwa tukiombea hapa. Na niwabariki katika jina la Yesu. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall be in the house of the Lord forever and ever. Amen. Naombea neema ya safari. Kuna watu wametoka bali, watu wa Kiambu ama walitoka mapema. Tuko na watu wa Kiambu, God bless you so much. Watu wa kutoka Udhero na Kino, Bwana apokee sifa sana. Watu wa Nairobi Togo, Githurai, najua Githurai ni Nairobi Togo. Tuko na watu wametoka bali, na Mungu awabariki na watendee mema. Sio kawaida, na Mungu tukutane na nyinyi siku ya Ranchawa, na Mungu ataweza kuwabariki sana. Wachungaji wote, najua mmepikiwa chai. Ninaona secretary na yule wa mama wanashughulikia kitchen, wanasema everything is in order there. So kwa hivyo wachungaji wote mnakaribishwa pale, wamekuwa wakiandaa na wametayarisha, because mafuta ni kitu ya kuangaliwa. So secretary yako wapi? So ako hapa, ndipo unaona anajaribu kuitisha microphone au chai ya wachungaji. So we give the Lord the glory and all praises and all adoration. Tupigie Yesu makofi mazuri. Bye bye Kitengela, we are here. May God bless you, men of God. Gire sinetugire leo to magoko. Lakini tunyitane moko. Watumishi wote na waibaji wote, ni vizuri kumalizia vyema na ushindi wa Bwana. Waibaji wote na wachungaji wote tunapomaliza, shara